tuanze na sisi. Tubu sisi wenyewe kwanza. Wewe kile uliandika, ndio wewe ni wa CFC, lakini kile uliwahi andika, ile unajua na ile hujui, hapo ndo nataka tuanzie. Kabla twende tukaongoe zile zingine, tutangoa zetu kwanza. Na hatuwezi ngoa kama hatujatubu. Sisi kama the synagogue. Because lazima unajua tunasonga mbele. Na mambo mengine hatutaki mambo ya kutuvurudisha hivi nyuma. Hapana. Tunataka kusonga, tumeenda tukiendaga. Tukikanyaga kubwa tumeenda tukiendaga. Maodo magosho kaga na thutha netoa marega thini wa ritwa ria Jesu. The Lord was helping me that this church, an apostolic church, a global church, tumekuwa ordinary Christians and na level yetu iko juu. Sijui kama wewe ushajaribu kuona mtoto wako vile unamkataa kumpea kitu anakutandika hivi, unakaangalia tu unajua kikaekelea kofi hivi. That is where we are, sons and daughters of. Ako hapa, yale mapepo anaenda kubomoa huko yakikuja, na unajua ni principalities ya dunia yanakukuta ukiwa hapa. Kwa nini hayatakubomoa? Kwa nini hayatakubomoa? Na tukusahau. Wengine huduma ziishe, wengine huduma hazijaisha kwa sababu ya nini? You did not, when the servant of God was ascending, you did not ascend with him. You did not realize and recognize who you are, where you are. Hii kanisa ya kawaida, hapana. Na tuta-ascend. Ku-ascend, lazima tu-ascend. Na siku ya leo Pastor Karanja, kuna mambo tutayafanya prophetically in the name of Jesus, and I believe I'm in the spirit. Praise the Lord. Sijui nani atatuongoza hiyo maombi. Pastor Don ako wapi? Ameenda? Ako hapa. Pastor Don ataifanya vizuri, I believe so. Nimemwambia leo nitamtumia sana. He's aware. I'm going to use him a lot today. Pastor Don, nataka kuke tuongoze hii maombi. Hata wewe labda unaweza kuwa umenena, ukajinenea hata wewe kama Don. Utuongoze maombi ya kufanya hivi. Maneno yote tumenena kama sons hapa. Na hata sisi tuka participate katika hiyo michoro, hiyo mirembesho. Unaona kama tutafaulu kuchachi? Unaona kuna kadi? Mimi hata naona kama hakuna mpango. Mimi naona siji. Unaona vile worship team inakaa. Kwanza nani? Hizo zote zinajichora. Na acha nikuambie, adui anakuaga hapo na kitabu, enda akawashtaki. By the time unakuja kuomba mambo mengi hapa, yeye anafanya kesi na wewe hatu huku naomba. We are going even to go to the courtroom of heaven and plead our case there and the mercies of God there. Ukarudi ukatuongoze katika the high court of heaven. Ulete appeal kama kesi. Ushakuwa kotini? We summon kesi kwa niaba yetu. Na tuseme we stand accused kama watu wa synagogue. Ni ukweli tumeongea, ni ukweli tumekulana, ni ukweli tumefanya, ni ukweli tumejiandika, ni ukweli maneno yako kwa hizi walls na kwa milango na wapi yako, from the top to the bottom yako. And then utuongoze katika hali ya kuplead our case by the blood of Jesus. Si tumesema ya kwamba nguvu ya msalaba, tuka plead na hiyo nguvu ya msalaba. Juzi hiyo tu ndio tunaweza plead na hatuna nyingine. Alafu ndio mashtaka yaweze kufanya nini? Kaza kufutwa. Kutoka hapo sasa ndio tukue na nguvu ya kufuta zile zingine. When now we are free and liberated. Hakuna kesi itaweza kuwa presented in the courtroom of heaven ya yeyote yule. Wale wako hapa na wale watakuja, na wale ni sons na hawako hapa na wako kule kwingi. Sisi wote tutasimama in the gap. Kwa hiyo may the Lord give you grace. May the Lord give you grace to do it. May the Lord give you words to do it. May the Lord use your tongue like that of a ready writer to lead us into that direction in Jesus' mighty name. Welcome. Inua tu mikono yako tafadhali.
I don't know how it's going. The grace is sufficient. The grace is sufficient. You know, to mikono yako, I don't know if the scripture guys are there. I do prayers with scriptures. We talk about ourselves as sons and daughters. You can never soar higher in life without the wings of a father. You need a stepping stone for you to be somewhere. You need somebody that will carry you for you to be somewhere. But if you fight the ladder that can take you somewhere, then you stand to fall and you stand to be stagnated. Nirudie kwa Kiswahili. Ukipigana na ngazi inatakiwana ikupeleke juu, itabidi baki pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Let me just use one microphone. Itakupiga. Tusome pale. Can we do a prayer because Pastor Magi ameniruhusu? Can I use Pastor Karanja? Kuja kidogo tu. Now, let's say he's my father. Yeye ni baba yangu. I need the blessing from him. A father blesses you when he's looking at you. A father will bless you when he's looking at you. But when he turns, how do I receive the blessing? That's what Pastor Magia said. So we need to turn the heart of the Father to us. Let me talk to the leaders of this ministry. You cannot be serving under Apostle Waruinge while you're gossiping at him. You cannot be serving under the apostle while you have a negative agenda. That's why what brought here is the blessing. Ambia mwenzako ni baraka. Mwambie tuweka kiburi kando, sema ni baraka. What brought you here is the blessing. So when the father turns his heart against you, we don't have the blessing. It doesn't matter if your father is not educated like you. It doesn't matter if you're driving a better car than your father. Your father will always remain a father. So we are going to pray that the heart of the father should come to us. And we are going to repent that anything that we have spoken, we have said, as Pastor Magia said, may the Lord erase it by the blood of Jesus. Mikono yako juu. Mikono yako. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Open. That is how the service was to go. Open your mouth. Father, I myself, I repent as donor. Anything that I've spoken that the Lord does not match with the ministry, that does not match. Sauti yako. Begin to pray. I will turn my heart as a father to the son and the heart of the son to the father. Father, how I pray today, my God, that King of glory, that Jehovah Master, lilabo shikantarara. Inua tu mikono yako na uombe. Ambia Bwana, niliambiwa kwamba ni mungiki na nikakubaliana. Niliambiwa kwamba yeye ni mtu mbaya. Niliambiwa kwamba yeye ni nani. Just pray that God may forgive us. We are asking for the blood of Jesus. We are asking for the blood of the Lamb. We are asking for the blood to cleanse us. That I will turn the hearts of the fathers to the son. That God, I may receive the blessing of this house. That Mungu nipokee baraka ya nyumba hii. Nipokee baraka ya neema ya mtumishi wa Mungu. Nipokee neema iliyo juu yake. Nipokee baraka. Just open your mouth. Fungua tu mdomo wako, mwambie Bwana, chochote nilisema kwa siri, chochote nilisema katika kikao chochote,
yote. Bwana nisamehe ili niweze kupata baraka. Vunja hiyo maagano yenye uliongea. Vunja hiyo maagano ambayo ulisema ya kwamba yeye ni mbaya, ya kwamba yeye si mtu wa Mungu, ya kwamba yeye anatumika na njia tofauti. Father, we repent this morning. We repent this morning. We are asking for the blood of Jesus to cleanse us, oh Lord. The blood of the Lamb to wash us in the name of Jesus. To wash us in the mighty name of Jesus. We are praying for the grace of God that to be sufficient in our lives. You always ordain a prophet with a reason. You always choose a prophet in a season. We pray that God, this season will not leave us in a mess. This season will not leave us in a mess, oh God. We pray that may you forgive us. We pray that may you forgive us. Majira haya umemuinua Jehova. Isitupite Mwokozi, isitupite Simba wa Yuda, isitupite King of Glory. Tunashuka chini Bwana, utusamee makosa yetu. Tunashuka chini Jehova, utusamee katika kila jambo. Can you pray? Yes, worship the Lord and tell God, you chose your prophet and as sons of God, we repent our sins. Kadebo sikatalalalabosa, iyandererebo shalalaba, iyakatererebo sika Anterea la debo shikatala la bosa yanderere bosi andala la bosa yakatandere bosi. Father, we are asking for your mercy. We are asking, oh Lord, for your grace. We are asking for your renewal, oh God. We are asking that God, you may accept us. Lekatara bosi andere bosa yala la bosi kantere bosa lere bosi katala la basia. Let us upon your throne, your mercy, throne of mercy, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Let us approach your throne of mercy in the mighty name of Jesus. Throne of mercy. Thank you, Jesus. Glory be to God. Everybody is standing. Everybody is standing. Everybody is standing. I want you to change your location and go and hold somebody's hand that you have never held. Enda shika mkono ya mtu hujawahi shika, mshikani. Tafuta mtu, change your location. Hata kama ni kwa praise team, kuja mpaka huko. I want you to hold your neighbor. Mshike mkono mkiangaliana, because that is how I've been told, and that is how the Spirit of God is leading. Where there is gossip, there must be one or two people. Where there is gossip, there must be. You cannot gossip alone. So I want you to pray for your neighbor. The other time, Apostle alituambia, let us watch our tongue. Today, the Spirit of God has led Pastor Maggie to lead us on that. And by the grace of God, I'm standing on the gap. May the Lord help me so. You look at your neighbor. Mshike mikono mbili. Mshike mikono miwili. Now, make sure you are holding hand. Ukiona mtu hajashikana mkono, then we are not in unity. Tusome pale and then tuende kwa maombi. 1, 2, 3. I don't know if you have gotten it. Sijui tutafanyaje kwa Kiswahili. Let us therefore come boldly. You cannot come to my house without my permission. You cannot access my bedroom without my permission. Kabla upate ujasiri ya kukuja kwa bedroom yangu, lazima nikuwe nimekuruhusu. Let us therefore come boldly unto the throne of mercy. We have been given access.
that we may obtain mercy. What is mercy? Huruma. Haukustahili, lakini kwa rehema zake. So we are going to pray for mercy, that we may find grace. Grace ni kitu ambayo inakukeep relevant. Inakukeep relevant in the season and out of season. And to help in time of need. Whatever you're going to pray according to that scripture, either utaomba kwa Kikuyu, Kiluya ama Kijaluo, I want you to pray for your neighbor. Si wewe mwenyewe, pray for your neighbor in the mighty name of Jesus. Let the Spirit of God lead you. Anza kuombea jirani yako in Jesus mighty name. Lokatara. I'm just standing here to cancel. Kama mtu anakuombea kitu mbaya, we are canceling by the grace of the man of God. Pray for your neighbor. Raise your voice, raise your voice, raise your voice. That God, we may obtain grace in this altar. That the prophet of God and what you have given unto him in this season. Inua tu sauti yako, inua sauti yako. Shakaterebo salalaba. Yanderebo sikantalalalabusa. Yakaterebo siandalalabaya. Pray for your neighbor with all your heart. That Lord, we may approach your throne of mercy with boldness, my Father. That God, we may approach your throne of mercy. Oh God, that we may obtain mercy. I am pleading for mercy, King of glory. I am pleading for grace, oh my Father. In the midst of the storm, in the midst of every calamity, in the midst of every fight, I am praying for my brother Jonathan. I am praying for him, Jehovah, King of glory, in everything, my Father. May he grow in wisdom and understanding. To open your mouth. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor in the name of Jesus. Endelea kuomba to raise your voice. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor in the name of Jesus. Lord, we are creating an atmosphere of blessing. That as your servant, your prophet, comes to speak to us, the ground is already ripe for your glory. Your ground, oh Lord. We are repenting our transgression. We are repenting our sins. We are approaching your throne of mercy, that we may obtain favor and grace in the mighty name of Jesus. By the reason of the blood of the Lamb, we are asking of your mercy, O Lord. We are asking of your grace, Jehovah. We are asking of your majesty, Redeemer, that God, we may obtain mercy, that God, we may obtain grace. I'm praying for somebody in this house, that anything that might be in his or her heart, pray, just open your mouth, continue praying. Let the Spirit of God and let the blood of the Lamb lead you. Let the blood of Jesus continue. Any spirit of disunity, any spirit of malice, be broken in the name of Jesus. Any spirit of jealousy, any spirit of confusion, any spirit that is unfamiliar, in the name of Jesus, be destroyed by the reason of the blood of Jesus. Lord, we are praying for one another. Let them increase in favor. Let them increase in growth. Let them increase in breakthrough in the mighty name of Jesus. Lord, we pray that the Spirit of the man of God will come upon sons and the daughters. The Spirit of the man of God will come upon the sons and the daughters in this house, oh my God, that there will be burden bearers, that there will be burden bearers, that there will be burden carriers, that there will be burden bearers. Ombea jirani yako na moyo wako. Just pray, just pray, just pray. Pray in the name of Jesus. Pray from your heart. Speak a blessing, speak grace, speak the glory of God over your neighbor in Jesus' mighty name. I am praying for Dominic in the mighty name of Jesus, that the hand of God be upon his life, that the Spirit of God be upon his life, that the wisdom of God be upon his life in the mighty name of Jesus.
Continue praying, continue praying, continue praying, continue praying. That I will turn my heart to the hearts of the fathers, to the sons, and the hearts of the sons to the Father. Lord, we are praying that King of Glory, we will not have instructors in our lives. We will have fathers in our lives. By the reason of the blood of the Lamb, we are rebuking every altar, we are rebuking every sacrifice that has been made during the night to offer us as confused vessels, to offer us as confused sons and daughters, in the mighty name of Jesus. Endelea tu kuomba in Jesus mighty name. Endelea tu kuomba. Speak a blessing. Speak open doors, breakthrough over the life of your sister, over the life of the brother that you're holding hands with. Let it be known that you are God. Every confusion in the realms of the spirit, we rebuke it. The house of God is a house of prayer. The house of God is a house of prayer. We are asking for your glory. We are asking for your glory, Jesus. We are asking for your hand of manifestation. Keep on praying for your neighbor. Keep on praying for your neighbor. Pray with all your heart. Do some pronunciation in the life of your neighbor. Continue praying for your neighbor. Continue praying for your neighbor. Continue praying for your neighbor. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 We have repented, all of us. Na najua Bwana ametusaidia na ameweza kutusamehea. I want us to go in the spiritual realm. Go in your realm of the spirit and cancel every word that has been inscripted on your life. Chochote kimeandikwa kuhusu wewe katika maeneo ya kiroho kwa sababu ya yale alisemwa. Yayote alisema, wale wako kule nje wamesema, so long as you are under this ministry, si imeandikwa iko hata kwako. Nataka ya kwamba ukaweza kucancel by the precious blood of Jesus. Ukaweza ni kama uchukue damu ya Yesu Kristo, uoshe maisha yako kwa maneno hayo, ukayafute in the spiritual realm, ukayafute katika kiasilia, na ukayafute hata kule chini. Kila chote kimeandikwa kukuhusu. Ukakuwa na mapicha mengi sana.
mashtaka hayo yakayafutike tu, kwa sababu we've already repented. Halafu urudi uingie ndani katika on behalf of this ministry, useme maneno yote yameandikika kirohoni kwa sababu ya huduma hii ambayo si ya makusudi ya Mungu. Maneno yote ni kinyume na makusudi ya Mungu, yakafutike, ukayafute yote, kirohoni, duniani na chini ya maji, in the name of Jesus. Before we write what we are going to write, nataka tufute kwanza yote by the precious blood of Jesus Christ. Nataka tukayafute yote. Which song, Pastor Don? The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. 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 The blood of Jesus, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. Nataka uzunguke kila mahali, kutoke kwa kiti, uanze kwenda ukitangaza ya kwamba unafuta kile chote ambacho kimeandikwa in the scripture, in the spiritual realm, kuhusu maisha yako, kuhusu kanisa hili, katika jina la Kristo Yesu. Father, in the mighty name of Jesus Christ, nakuja mbele zako Bwana, yale yote ambayo yameandikwa kuhusu maisha yangu Bwana, marambesho maovu ambayo yameandikwa, ambayo yanasomeka katika maisha yangu siku ya leo, katika jina la Yesu ninayafuta kupitia damu ya Kristo Yesu. Ninayafuta katika jina la Yesu maneno yote ambayo yanasomeka katika maeneo ya kiroho, katika maeneo ya ulimwengu, katika maeneo ya chini ya dunia, katika kule kwenye maji, yale yote yamenenwa, yale yote yanasomeka kwa ajili ya maisha yangu kinyume na makusudi ya Mungu. Maneno yote ambayo yamesemwa, maneno yote yamesemwa, maneno yote yamenenwa ambayo sio ya kiungu kuhusu maisha yangu, kuanza kulemesha maisha yangu, in the mighty name of Jesus, I delete in the spiritual realm by the blood of Jesus. I delete in the physical realm by the blood of Jesus Christ. I delete under the waters in the mighty name of Jesus by the blood of Jesus Christ. Yale yote ambayo amenena kuhusu huduma hii katika maeneo ya kiroho, katika maeneo ya kiasilia, katika maeneo ya chini ya maji, kuhusu ushirika huu, kuhusu madhabahu haya, katika jina la Yesu ninafuta maneno haya yote, ninayafuta maneno haya yote kwa damu ya Kristo Yesu. Ninayafuta kwenye anga, ninayafuta kwenye anga, ninayafuta kwenye anga, ninayafuta katika hali ya kiasilia, ninayafuta chini ya maji, in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Mabandiko yote maovu, mabandiko yote maovu ambayo tumeweza kubandikwa nayo kupitia maneno, kupitia actions, in the mighty name of Jesus tunayafuta kirohoni by the blood of Jesus. We erase every wording, we erase every wording, and we pull out. Oh, tunang'oa
every inscription ambayo imeandikika katika maeneo ya kiroho ambayo ni maovu, kinyume Bwana na ushirika huu, kinyume na madhabahu haya, kinyume na huduma hii, kinyume na departments hizi, kinyume na wana wa mahali hapa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunang'oa inscriptions hizo, tunang'oa inscriptions hizo by the blood of Jesus, by the power in the name of Jesus, by the power in the name of Jesus. Maandishi hayo yote hayana nguvu, hayana uweza, hayana uweza. Maneno hayo yote tunatangaza kupitia damu ya Yesu Kristo, hayana nguvu na hayana uweza, in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus. Katika kuta za mahali hapa maneno yote yameandikwa, katika viti vya mahali hapa maneno yote yameandikwa, tunayafuta, tunayafuta, tunayafuta na kuosha kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nataka sasa tukaweza kuandika, wewe ukaandike kile unataka kuandika ambacho ni chema. Uandike kile unataka kuandika katika kuta hizi, viti hivi, kila kitu inaitanishwa na mahali hapa. Nataka ukaandike mambo mema, that we are the blessed of the Lord, that rejection is not our portion. Unafanya kwa ukuta, rejection is not our portion, favor is our portion. Na utangaza ni kuinscribe, una inscribe, kuandika nye haitatoka, in the name of Jesus. Waandike na kalamu ya damu ya Yesu Kristo, ya kwamba haitafutika ile unanena, na wewe utakuwa unanena uovu, haitashika. Tunenee viti hivi, tunenee madhabahu haya, tunenee departments mahali hapa, katika jina la Kristo Yesu. Andika kitu kizuri kwa damu, kalamu ya damu ya Yesu, and put a seal of the blood of Jesus. Urudi weke muhuri wa damu ya Yesu Kristo, in the name of Jesus. Sio tunaweza na tutoke kwa viti, tutoke kwa viti, tutoke kwa viti. This is a serious matter. It propels our destiny as a ministry, propels our destiny in Jesus name. Baba, katika jina la Kristo Yesu, tunakushukuru ewe Bwana kwa sababu ya maandiko yote ambayo Bwana yameng'oka mahali hapa, ambayo yalikuwa maovu. Na sasa kama wana wa mahali hapa, in the mighty name of Jesus Christ. Pastor Karanja, where is Pastor Karanja? Pastor Karanja, Pastor Don, kujeni munene madhabahu haya, mutangaza kile mnataka kutangaza, muandike kile mnataka kuandika in the spiritual realm, in Jesus mighty name. Katika jina la Kristo Yesu Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaandika katika the atmosphere, in the mighty name of Jesus Christ. Tunaandika kirohoni, let the synagogue crusaders for Christ be known that it is a joyous church. We inscribe that in the atmosphere, in the name of Jesus, that it is a blessed church. In the name of Jesus, it is a joyous church. It is a peaceful church. It is a powerful church. It is a fiery church. Oh, full of the Holy Ghost, full of the power of God. We inscribe that in the spiritual realm. We inscribe that in the physical. We ascribe that under the waters by the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. We inscribe on the walls of this place, on the walls of this place, that whoever that comes around this church, this altar shall be blessed in the name of Jesus. Yeyote atakuja roho yake imeinama,
ya kwamba roho yake itatoka imefurahia, roho yake itatoka imejengeka. Tunaandika maneno hayo katika kuta za nyumba hii, the four walls of this place. Tunaandika katika viti, we inscribe hata katika Bwana viti vya mahali hapa, madhabahu haya, vyombo vya mahali hapa, madhabahu ya mahali hapa, katika jina la Yesu. Kila chote kimeitanishwa na nyumba hii, tunaandika kwa damu ya Yesu Kristo that we are a blessed church, that we have the favor of God, in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Oh God, that the sons of this place, as they go out and as they come in, let there be an inscription that they are blessed in Jesus' name, that the father of this house is blessed in Jesus' name, that the father of this house, oh, carries power, oh, carries power, carries power, that anytime he shall come to this altar, let it be known in the name of Jesus Christ, 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 in the name of Jesus Christ. Ninajua masaa imeenda, but let me just finish please. Leadership, I just najiomba please tu kidogo tumalizie what I feel, tuweze kumaliza, because I believe, I just believe it will help us. Pastor Maggie, with all humility, please, with all humility, unipe ruhusa nimalizie, please, beg of you. Na Bwana akaweza kutusaidia kama kanisa, that Mungu akaweza kutuletea jamii katika kikao hiki. We know that fathers are pillars wherever they are. Wababa, wanaume, they are pillars katika kila kanisa. Familia, the Lord was helping me this, that we should pray that this church have families. Complete families. Na akakuwa ananisaidia ya kwamba tukakuwa tu hata na familia 5 ama 10. And then they have family altars at their homes. Wakuwa naomba, hata kama ndio watakuwa wakiomba wakilala, wanakumbuka synagogue church. Hao wengine wanaomba the same. Hao wengine wanaomba the same na hao wengine wanaomba the same. They are going to be pillars of this ministry. Na kutakuwa na a highway. Watatengeneza a highway ya kwamba kuna mambo mengi ambayo hayatakuwa kwa vikwazo kwa ndugu na wadada mahali hapa. Bwana asifiwe. Wale wadada ambao tumekuwa kwa ndoa tukatoka, Mungu akaweza kutusaidia. Pastor Don, kuja tu. Pastor Don, kwa niaba ya wadada, wa mama, wale ndoa zao zimevunjika, tukakuwa masingo. Kuna kule tunaweza kuwa tuliwakosea. Hata si kuna kule tuliwakosea. Sitaki tujipige kifua. Mnaweza kuwa mlitufanya makosa, lakini nataka saizi nasimama kwa niaba ya tuliwakosea. Tukawashusha. Pastor Karanja kambia, Oliver,
kwa niaba ya hawa dada na hata wale wako katika ndoa, they don't treat their wives well. Tunasimama kama wadada watu. Kule tuliwadharau, tukawadharau makazini kwetu, mabiashara zetu tukawadharau, tukaona nyinyi sio kitu, tukawasema kwa marafiki zetu. Wakati Mungu kwa na pesa, tukaona si ndio tuko na pesa, tukawadharau zaidi na tukasema mtakuwa mnakula kwa nyumba. Kama mwanaume afanyi kazi, afanyi nini? Hakuli kwangu. Tunakuja mbele zenyu tukiomba msamaha. Kule tuliwadanganya, tukaweka mabiashara na pesa zenyu. Pastor Tabi, kama kule tuliwanyang'anya na pesa zenyu, tukaweka mabiashara, tukanunua manyumba. Kule tulienda tukaandika manyumba zetu, tukawadanganya na tukaweka majina yetu huko, na ilikuwa majina yetu. Tukaenda mpaka kule kwa wakili, tukaweka majina yetu, tukawanyang'anya. We swindled you as our husbands. May you find in your heart to forgive us. Kule tuliwatoa nguo na tukawatoa, tuliwatoa. And because we despised authority that the Lord had given us, it doesn't matter whether they were drunkards, it doesn't matter kama alikuwa promiscuous. Find in your heart to forgive us. Kule tulikuwa na pesa nyingi kuwashinda, tumeajiriwa, tuna earn a lot. Tukakuwa tuna earn a lot, tukaona sisi ndio kusema tunalipa nyumba, tunasomesha watoto, nyinyi ni nani? Find in your heart to forgive us as pillars, as warriors, as leaders. Find in your heart to forgive us, especially where we swindled you. We swindled you. Tulichukua pesa zenyu na tukajiandikisha vitu vyetu, tukawakon, na tulikuwa tunasema sisi ni wake zenyu. Tulistahili kusimama na nyinyi, lakini tukakuwa so selfish. Find in your heart to forgive us. We broke your hearts. You had an expectation. Mke wangu nampenda, mke wangu tutakaa na yeye, mke wangu. Lakini tulifanya nini? Kuaibisha tu. Tuliwaibisha. Na tukachukua authority ambayo ilikuwa yenu, tukaikalia. Nyinyi mkaweza kuwa kwa the body, sisi tukakuwa kwa the head. Find in your heart to forgive us as women. Find in your heart to forgive us. We took your roles. At work, we've taken your roles. In the ministry, we've taken your roles. Hata kutii imekuwa ngumu, kwa sababu tunaona weakness zenyu. May the Lord have mercy upon us women. Na kwa njia hiyo kuna ndoa zilivunjika. Na tukasema hata tunaweza olewa na watu wengine. Tukasema ya kwamba hata kwanza tunaishi na yeye nini, kwani yeye ndio nani? Find in your heart to have mercy upon us. Badala ya kuwaombea wakati mulipotoka. Lakini sisi tuliwasema, tukawaharibia jina. We painted you all over. All over. Na wengine hata tumewapaint social media. Just find in your heart to forgive us as men. As men. As men. Wadada, si watu samehe? Si watu samehe? We contributed in destroying these families. Hata kama walitufanyia vile walitufanyia, kuna mali tulicontribute kwa kuharibu hizi familia. May the Lord help us women. We've really repented from on their behalf. I've really repented. Sirs,
I've really repented on your behalf, on these women's behalf. Pastor Karanja, so just come and na wewe pia kwa niaba ya wanaume ukaweza kuja kuomba msamaha kwa sisi wadada. Jesus name. I also need also to say this. There is a way even as men, we abuse authority. Instead of taking it in a way of being responsible. Instead of taking it as a fatherly cover and love, we have also abused us. We have made some women be wounded, others even to submit. They may be willing to submit, but it's even hard even for a woman to submit to a man who is not submissive to Christ. This is the biggest paradox. It will be very hard for a woman to submit to a man who is not submissive to Christ. So some of us men also have also subjected our women to pain, silent pain, silent pain, silent betrayal. When a woman loves a man, she really loves it. So even us, sometimes we have also abused our authority and taken it out of context. And we've given them pain. We also need them to speak blessing and forgiveness to us. It is through a process. God does not speak in one way. We like only using the scripture that says, every woman be obedient to the husband. But we also fail to take the one that also tells us that we have to love them unconditionally. We also like even telling children to obey the parents. But we also skip the one that says that even fathers do not provoke the children to anger. We have also been told not even to treat our wives harshly. We also need to seek forgiveness. Some women are in marriages, but they are in pain just because they don't want to break the covenant, but they're in pain. We are supposed to give love, protection and security. We have abused it. So on behalf of the fathers in the house and the husbands in the house, hallelujah, even for the women you have given pain, we also need them to forgive us. That unveil fresh start in this ministry. So I will start from now. There is no authority that God honors than family. Family was an imagination of God. Let us do away the secularism, the spirit of the new world order that's out there to destroy families completely. It is a scheme from the devil, it's not from God. Marriage was an idea of God. I can also tell you that the institution of the marriage is the first institution that God started himself. The first institution that God started was marriage in Eden. And that's why you find the enemy now came to attack the first family. But women on behalf of other men in the house, where we have put you into pain and undue suffering and betrayal, we also need forgiveness. In Jesus' name. Thank you. We forgive you in the name of Jesus Christ. We forgive you in the name of Jesus. And the way you've also forgiven us, we say thank you. We say thank you. Tunasema ni asante kwa sababu ya vile Bwana ambaye ameendelea kutusaidia. Bwana asifiwe. Biblia inasema katika Genesis chapter 3 verse 20. Display for me Genesis 3:20. Genesis 3:20. Inasema nini? Loud enough. Mother of what? Mother of what? Lakini tumekuwa tukitangaza nini? Kifo. Instead of life. Because we carry life. Women carry life within themselves. Bwana asifiwe.
Tabitha, please. I want you to speak life to the fathers of the house. I want you to speak life to the fathers of the house. Speak strength, because you carry life as a woman. Let that life be transferred, imparted in them. Speak that they are going to be warriors and pillars in this house. Speak that they are going to be the strength of this altar. Doesn't matter whether they are married or not, whether they have broken families, but so long as they are men, they are leaders. Na tunataka kuwatambua kuanzia leo ya kwamba hao ndio kusema kwa hii nyumba, katika jina la Yesu. Men that are in this house, nyinyi ndio kusema sasa kuanzia leo. Tumeamua kunyenyekea. Tumeamua kunyenyekea. Tumeamua kunyenyekea. We shall support you. We shall support you, Pastor Karanja. Brother Moniki, we shall support you. Dom, we shall support you. The rest of the men, we shall support you. Na tunawainua mahali mnastahili kukaa siku ya leo katika jina la Yesu. Tunawainua. Sisi ni we are the body. I don't say that we are the neck, we are the body. Because Jesus is the head and we are the body as the church. Na si ndio inasemekanaga mfano the same. Kwa hivyo we are the body, women are the body. They have the hands and the feet and what? They are led. Na utangazie hawa wanaume, macho yao itaondolewa upofu. Watatuongoza vile inastahili. Masikio hii yao itakuwa inasikia vizuri, watuongoze vizuri. Midomo hii yao itakuwa inanena baraka katika jina la Yesu. Mapua hii yao, it will be able to smell the enemy because watakuwa wametuprotect. Tutakuwa chini yao. Kwa hivyo wanastahili kuwa covering yetu. That the Lord may strengthen them in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. May we stand up. Rika bayanda rabo sheke baganda. Ria mama zeria ria mashendere bagando robozaya. Oh Jehovah God, we are humbled before thee, God. Oh, as women of this CFC, as women in the whole world, my Father, we acknowledge the men, oh God. We acknowledge the servant men of God, oh God. We acknowledge the boys, oh God. We acknowledge the authority, oh God. Rekaerima rekabo. Baba yangu, jinsi tuliondoa authority kwa tukaona kama sisi tutawaongoza. As I stand in this altar in the mighty name of Jesus, I declare that they are the led in this house, oh God. They have the authority to guide us in this altar, oh God. May their eyes be open spiritually, oh Jehovah God. Because you made us as women to empower them and to be their watchmen, oh God. My Father and my God, we are bullied them unto you. We are bullied them unto you. We are bullied them unto you. We are bullied every man in this house unto you. We are bullied every someone in this house unto you. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And I cancel and declare every spirit of Jezebel that was taking over in the altar. I tag by. I bind it now. I destroy it. I paralyze it by the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. And I declare that we are going to humble as the women in this church. We are going to be led by word. We are going to be led by the Spirit of the Lord God. And I declare unto them, oh God, may they become great in this house. May they become voices in this house. May they become voices of honor, vessels of honor in this house. In the mighty name of Jesus. Shikaribo seteketai. Rabasata tata tata.
In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. It doesn't matter they are what caliber, but God, you made them with a purpose. You made them with a purpose. May your purpose be fulfilled upon them, oh God, upon their ministry, Jehovah God. And we cancel every spirit that was undermining them in the mighty name of Jesus. God Almighty, feed us with a heart, a humbling heart, that will humble before every man in this house, that whenever we see them, oh God, we'll see them as a clown, as Jesus the Christ, because you use them to read in this house. And I declare from today, even their families, they'll follow their footsteps, they'll humble before them. Yekereke taraka. Oh, servants of God, Yakantari Basaya, I'm hearing, fear not from today. Fear not from today. God is going to empower you in a mighty way. God is going to empower you and to guide you. May the spirits of Isaiah 11:2, the seven spirits of revelations of the living God, be upon you. Be upon you always. May you be speaking, because what we need, oh my God, I pray, may they read us with the spirit of revelation. We need your Holy Spirit to guide them, to teach them, and to walk in them. In the mighty name of Jesus, may they be called sons of the Most High God. May they be called from today sons of the Most High God. May they be honored from today. Even when they are going, may they be honored in the city. May they be honored in the village. May they be honored in every altar they stand. In the mighty name of Jesus, crown them from today with the new oil. Crown them today with the new oil. New oil of leadership, of fatherhood, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Jehovah God, we pray and we trust. Amen. Katikati basi. Waruinge uko Pastor Don, kwa ufupi tu ukuje utubariki kama kanisa. Yani just kama prophetic action as they stand there, him there and him here. Just cover us, because the apostle is not around to come and do it. I would also had preferred him to do it for us on our own. Kwa niaba yetu, because he's not around. I know time, please, I know time is spent. Na najua tunakuaga na matangazo. Oh yeah, naomba. Na muni just forgive me. Najua nimeenda kinyume na program, but it has been 3 days this thing ikichemka ndani yangu, na nasikia tu ni release yote ishe. Please, muna nikubali. Oh yeah, the authority of this house, please. Wacha tuitoke. I know we have
tuko na mipangilio. Najua tuko na mipangilio. Najua ni saa ya worship. Ninajua ni saa ya praise. Please, I beg of you. I beg of you. Tutaimba tu na tutahubiriwa tu, please. Kwa unyenyekevu mwingi, si kutotina. The authority of this house have mercy upon me. Please. Najiomba tu. Ndio itoke ndani yangu. So don't. Utaweza kunena baraka. Mutukave, because you are men, you are leaders. Mutukave. I just wish a person was here. I really wished he was here. But kwa niaba yake, I want you to do it on our behalf, on his behalf. Na tutukave. Na tunasema ya kwamba you are warriors. We acknowledge you as warriors here. We acknowledge you as authorities of this place in the name of Jesus Christ. Okay, just kwa ufupi tu tubariki. Please. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Mungu Baba ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Pastor Maggie, and I stand in the shoe of the prophet of the house by the permission granted. Let every man kneel down and ladies stand, because the tears of a woman is very dangerous. So every man and we pray God will establish our families. Father, we thank you as I've been given this position just to pray. I pray that men will stand in their families, in their relationships, oh God. Pastor Maggie has been used by your spirit, oh God. We agree in unity that King of Glory, this house will be full of families, my Father. We are demanding every altar that has been raised that comes with the spirit of Jezebel be destroyed in the name of Jesus. We speak that the house of God shall be full of your glory, shall be full of your grace, shall be full of your anointing, shall be full of righteousness and holiness. We pray that the evidence of your glory, just as it has been spoken by your servant, we thank you and we bless you, King of Glory. Father, we thank you because of men. There will be pillars in the life of your servant. There will be pillars in this ministry. And we repent, King of Glories, wherever we have wronged our ribs, wherever we have wronged our ribs, may you forgive us, O Lord, that our women will have joy, that our women will have peace, that our women will have anointing, O God, because a house is built by a woman. We pray that the anointing of God will be upon our lives. We are praying for youths. We are praying for those that are in courtship and in relationship in any dimension, that your favor and grace will be upon us. Father, we thank you because you have allowed Pastor Maggie to be used in that direction. No weapon formed against us shall prosper. No tongue that is raised against us shall prosper. Dominic is at the other corner. Karanja is the other side. Oliver is on the other side. I am in the altar. I pray on behalf of the grace of the servant of God. Let this grace overflow. Let it overflow. Let it overflow. As men we have humbled ourselves, and we also forgive our wives and our women. That God, let there be unity, let there be love. Let the blood of Jesus speak. Let the blood of Jesus speak. In the mighty name of Jesus we believe and pray. Amen. Amen.
amen, amen. Let's clap unto the Lord. Let's clap unto the Lord for what he has done. Let's celebrate. Let's celebrate what the Lord has done. Let's celebrate what the Lord has done. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Amagi, our Father in the Lord, Pastor Apostle Waruinge, we love you so much, Daddy. We love you so much. We love you so much. Kule umetutoa na kuna kule unatupeleka. Na kama wana wa nyumba hii tutakufuata kwa sababu Mungu alituleta chini yako tukakufuate. As women of this house, we are going to support you. Men of this house are going to be pillars. And we acknowledge who you are in our lives, the prophet of the house and our cover. In the name of Jesus. We love you, Daddy. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. We may be seated. Mimi naitwa Margaret Garrison. Yesu ni Bwana, nimeokoka na nampenda Yesu. Nataka kuwakaribisheni nyinyi wote kwa ibada ya siku ya leo. Kwa ibada ya siku ya leo na wakaribisheni nyinyi wote. Na tuseme ya kwamba Crusaders for Christ, the synagogue, tunawapenda sana. Tuliwaombea. Na tunajua Bwana ataweza kuwatenda mema katika jina la Kristo Yesu. Praise the living God. Sijui siku ya leo kama tuko na wageni ambao wametutembelea. Do you have visitors today? Do you have visitors? Tuko na wageni, please stand up. Kuna mgeni mwingine. Hallelujah. We celebrate you. We celebrate you. We celebrate you as CFC. We celebrate you. Please wale wako karibu na wao. Wale wako karibu na wao wakaweza kuwa welcome. Wakaweza kuwa welcome katika jina la Kristo Yesu. Na msikie mko huru mahali hapa na mmependwa sana. Na karibu tena katika jina la Yesu. Baada ya ibada mtaweza kwenda pale nyuma, pale pako na viti, mtapatana na Pastor Caro, ataweza kuwaongelesha kwa muda mfupi na najua kwamba mtaweza kubarikiwa. Praise the living God. So I want to take this time to welcome Pastor Nyoike. Kuna matangazo kiasi. Alafu atarudi atalika Pastor Karanja kaweza kutupatia matangazo ya siku ya leo. Welcome. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tumpigie Yesu makofi. Pastor Garrison, we love you. Thank you for being used this morning to bring us back together as a family. Let us give a clap offering to the Lord. This morning, I'm blessed of the Lord. Mmebarikiwa? Leo nataka nizungumze kwa Kiswahili. Nisikia kizungu tulizidi unga last week. Ni kama hatukuelewana vizuri, si ni kweli? Sababu tumekuwa na maswali mingi kwa wiki mzima. Lakini mimi ni Mkenya, naelewa kizungu ilikuja na nini? Na meli. Na lakini zote ni zetu tu, si ni kweli? Ijumaa iliyopita tulifanya matangazo hapa na tukasema kuna forms ama kuna nakala ambayo itawekwa pale kwa desk. Desk sasa imemove iko pale kwa sababu tofauti na so wale ambao wajajaza deadline haikuwa Tuesday. Ilikuwa hiyo siku ndio forms zilikuwa zinafika pale kwa ile desk. Kwa hivyo kama hujajaza karibu sana, na ilikuwa ile ni form ya wewe kujiandikisha kama unataka kufanya kazi na hii huduma. Bwana asifiwe. Umeitwa asha, umeitwa mtafsiri, umeitwa chochote, umeitwa na kulingana na talanta ambazo Mungu ametuwezesha kuwa nazo, muweze kujiandikisha. Ambao wametutembelea na wangetaka pia kuhudumu na sisi pia wajaze zile fomu ili tuweze kuwatambua na tuweze kuzichangamua ili tuweze kuwapatia nafasi muendelee na kuhudumu. Bwana asifiwe. Hiyo tumeelewana? Sasa iko sawa? Sasa tangazo lingine ni kwamba
Tutakuwa na meza ya Bwana Jumapili inayokuja. Situpiga makofi. Nishasikia unabii hapa imetolewa, vita mkubwa imepiganwa kwa hii nyumba. Ni kama meza Bwana ni kama kidogo haikuwa, sio? Na unajua hiyo ndio nguvu yetu. Wa Kristo, hiyo ndio nguvu yetu, meza ya Bwana. Kwa hivyo inaregeshwa Jumapili inayokuja, na kwa hivyo tuje tumetayarisha, si hiyo siku peke yake. Hii tuwe siku ya kuomba, kwa sababu tunajua mwili wa Kristo kuna yale mambo ambayo ni magumu zaidi ambayo haishindwi, si ni kweli? Bwana asifiwe. Kwa haya machache ningetaka kumwalika kakangu hapa Pastor Reverend Karanja afanye jumbe za wiki, na afanye kwa kasi kidogo kwa sababu muda umeyoyoma. Asanteni, Bwana awabariki. Amen. Thank you, Pastor. Let's appreciate God for her. It's good to have leadership in the house. Somebody said, and it's very true, that everything rises or falls with leadership. Ya kwamba kitu kianguke ama kiendelea inategemea uongozi. So we also honor the management of this house in Jesus name. Mimi sina mengi, most of yale angesema kama amesemwa, langu ni kusema tu ya kwamba tuko na ibada za kati ya wiki ambazo zinaendelea. Bwana asifiwe. Tuko na ibada za saa samba na jioni. Hallelujah. Wednesday, kwa wale ambao ni wageni for the first time, tunakuwa na ibada ya deliverance ambayo inaanza saa 5 mpaka kitu saa 8:30. Bwana Yesu asifiwe. Then on Thursday we have a very wonderful Kikuyu soul that Mungu alipatia mtume wetu. It has been doing very well. Amen. Kwa sababu ni wageni na wakataka kujiunga nasi, it is good you become a member of this family. Hallelujah. Unajua chakula ikigawa ama mali ikigawa kwa familia, mgeni hawezi pata kama mwenyeji. Bwana asifiwe. So what I mean is ya kwamba we encourage you to join this church and be a member of the family. Tukimaliza ibada pale nyuma kuna mtu atakusaidia, kuna kadi utajaza pale, a very beautiful card ambao nitapewa mpaka namba yako ambao tutakulifaa kwa register yetu. Bwana asifiwe. Na pia utapewa a very beautiful tithing card. Hallelujah. And it has been doing very well. Bwana Yesu asifiwe. Takazugeni nilikuwa nimefanya Sunday, nataka hiyo jambo tulikamilisha leo. Nilikuwa nimetangaza wale watu ambao wanataka ubatizo, na tukajumuisha kwamba wale watu ambao wameokoka for the last 5 months na wale ambao hawajabatizwa na ubatizo ule wa Kikristo. Bwana asifiwe sana. Or maybe you are in another place and you feel to be absorbed into this family. Kwa hivyo pia bado leo kuna majina nilichukua la Sunday, pia kama haukupeana yako upeane leo, alafu after the service tutaikabidhi kwa ile department husika na hiyo maneno. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wageni, once again kwa niaba ya our apostle and our father na viongozi wa kanisa, mara tena karibu sana. Hebu nikwambie, this is a good place to be. Amen. We can never disappoint because God is here. Hallelujah. Amen. God bless you. Amen. One more announcement. Ukichukua kadi yako ya tithe, kuna form ndani. Please, wakati unataka kuweka pesa yako ndani, make sure you fill that card. Tunaelewana? Wewe jiandikie na wewe mwenyewe sign. Tumeelewana hapo? Ndio kusikuweko na shida mahali. Please, wewe mwenyewe sign that card. Put the amount, sign the card you. Na iko wiki 1, wiki 2, wiki 3, usishughulike na hiyo mawiki. Hiyo tu ingine hata kama ilikuwa last month, kwa hiyo next ka column andika hiyo tu tarehe. Don't mind about wiki 1, wiki 2. Hapo tumeelewana? I think that one is clear in the name of Jesus. A quick one here, sikuwa nikitaka kurudi lakini inabidi. We have one of us in the house, Pastor Virginia. Hebu simama. Hallelujah. Tunawajulisha ya kwamba amepoteza dadake. And the best thing we can do as a church ni kusimama naye na maombi. Hallelujah. And in whatever capacity. Bwana asifiwe sana. Yule ambaye asafiwa anajua uchungu wa kufiwa. Hallelujah.
So nalitangaza kwa kanisa because he is one of us. Yeye ni sehemu wa mwili huu. Bwana siwe sana. Tunajua katika mwili wetu hii kidole tu kinakaa kidogo, ikiumia mwili wote hauna amani. Kwa hivyo ni hivyo hivyo, mwenzetu anaposikia uchungu, hata sisi lazima tutafeel one another. Kwa hivyo tutaomba, we shall be with you. Amen. Already wacha nitangaze on behalf of the church, our condolences and our prayers with you and your family. Tutaongea hayo mengine baadaye. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu. Nimeexceed na 10 minutes because I'm supposed to leave here at 11:30. It is 11:40. 11:40, yes. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hiyo ni washukuru wale ambao tumekuwa pamoja na wao wakanisikiliza na tukaweza kufanya maombi kwa pamoja. I really appreciate you, daughters of Zion and kings in the house, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. I really appreciate what listening to me. Nikiwaambia mfanye mkafanya. Men in the house, kings in the house, nilikuwa nawaambia mfanye na mnafanya. Thank you so much. I really appreciate. So it is my time. I take this opportunity to welcome the praise and worship team. Wakaweza kutuchukua kutoka hapo wakituandaa kwa ajili ya neno la siku ya leo. Bwana asifiwe. Are you happy today? Are you happy today? Are you blessed today? Na kitu kingine nataka kuwaomba. Can you start praying that this house, watu wakaolewe wakaoe na wale familia wanastahili kuwa hapa wakakuje hapa. I've given you an assignment. Si mmesikia tunahitaji pillars? Na hiyo nilisikia, hiyo si ati tafadhali, hiyo nilisikia. Nimeneneo sasa mara 3. Maji mpaka nikiwa kwa bafu mpaka kwa barabara. Hata kuambia hawa simame huko, I saw it in the bus. Sasa mngenizuia haki juu ya time, singekuwa vibaya. Thank you Pastor Nyoike kunivumilia. She's in charge of pastoral and I really bless the Lord for that. Si ndio Pastor Don? Ama ikukua poa. Nyinyi mnaitwa makings. Na unajua hata sisi ni queens. Usikie hivyo hata sisi. Karibu Pastor Don in Jesus mighty name. Let's stand for praise and worship in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako, wewe uko na wako? Tafadhali kuwa serious, tuko kwa nyumba ya Mungu. Uliza mwenzako, uko na wako? So kumaanisha kama mtu hana wake, unabii imetimia. Hallelujah. Hallelujah. You know, one of the things now with the little knowledge I have na mambo ya Mungu, sometimes unaweza program na hiyo program ikavunjwa. Yes. Amen. Hallelujah. Confirmation. Hata mimi mninyoshe mkono, nimeipokea kwa jina la Yesu. Kuna mtu amenifunga, sio wote wamerusha. Kuna mtu anasema fungwa kabisa. Mimi pia nimepokea yangu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki Pastor Maggie. The things of the spirit, you don't understand it. Amen. Na pia saa hizi tu roho Mungu anaweza sema tukae chini tulete apostle. Being led by the spirit. Uliza mwenzako, unaongozwa na nini? Uliza mwenzako, unaongozwa na nini? Unajua nimekaa hapo, alafu nilikuwa nimekaa na Beatrice. Nikaona anaingia kwa kikapu na karatasi inafanya ta. Sasa nikaanza kujiuliza anafanya nini? Unasema na kuroga. Kuona hapo anatoa mkwaju hivi. Sasa nikasema Beatrice ananifunga. Lakini nikaelewa kwamba anakula mkwaju. So ukikuwa church pia kikuwa careful.
Si wote, kuna ule akona kamutina amenyamaza tu. Kuwa careful. So we need the Spirit of God in the house of God. We need the Spirit of God in the house of God. Bwana asifiwe sana. So Beatrice, endelea kula mkwaju. Bwana asifiwe sana. I want you to walk around and give 5 people high five. Wale wenye ujui, vunja hiyo madhabahu ya confusion. 5 people. Tembea tu around. Sijui kama mtu ametoka kwa kiti yake. Please walk out of your seat, greet somebody. Walk out of your seat and greet somebody. God bless you. Walk out and greet somebody. Amen. Amen. Tembea, tukiona mtu amekaa mahali pamoja, jua yeye ndiye ako na shida. It is a house of fellowship. It is a house of love. Move around. Usikue na haraka. Usikue na haraka, lakini tunaenda kuimaliza vizuri. Amen. What a wonderful church. What a loving church. Hallelujah. Akisha ukisalamia mtu unamwambia tu pia wewe pokea wako. Pokea wako. Feipe pokea wako. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Inua mikono juu kila mtu basi. Inua mikono juu. Hey, inua mikono juu. Inua mikono juu. Inua tu mikono. I want us to make a celebration to God. I want to make a celebration to God. Na kama unaweza ruka ruka, kama unaweza beba mtu beba, kama unaweza iba kamera uende nayo, chukua uende nayo. So you do whatever you can. Kwa jina la Yesu. Inua mikono juu. Inua mikono tu juu. I want you to use everything. Biblia inasema nini, Pastor Karanja? Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Umetumia mdomo yako kwa masengenyo ya muda mrefu. Leo itumie kwa kupigia Bwana shangwe na vigelegele. Hallelujah. Hallelujah. Miguu yako imetumika kupeleka habari mbaya. Leo itumie kwa kurukia rukia Mungu. Amen. Somebody say amen. Mikono juu. Mikono juu. Haya, peperusha. Jitabirie, usema tu wakati nabii wa Mungu anakuja, unataka muujiza wako. Unataka muujiza wako. Inua mikono, peperusha. Kama kuna wachawi kwa maisha yako waishie. Kama kuna warogi kwa maisha yako waishie. Inua tu, peperusha. Peperusha. Nataka tunisikie shangwe na vigelegele. Hallelujah. 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 Haya mbili. Haya tatu. Hapo mmenienjoy. Mikono juu. Mikono juu. Nataka usahau lipstick yenye umejipaka, kale ka Vaseline. Peperusha tu, peperusha. Create anger. Ambia Mungu hii ibada isikuwe ya bure. Hauwezi kuwa umetoka Wangige tena urudi hivyo tu Wangige. Hakuna kitu kama hiyo.
Prepare anger to be. Inua tu mikono tu. Haya moja. Haya mbili. Haya tatu. Hallelujah. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Wapi makofi. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens unto Higher,
mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe ni Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Inua Yesu juu, ainuliwe ni Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe ni Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Twende, ametenda mema. Yesu ametenda mema. Bwana ametenda mema. Yesu ametenda mema. Bwana ametenda mema. Oh, ametenda mema. Bwana ametenda mema. Oh, ametenda mema. Yesu ametenda mema. Yesu ametenda mema. Yesu ametenda mema. Ametenda mema. Yesu ametenda mema. Ametenda mema. Haya, mikono juu, twende. Twende kwa Yesu tu, pole pole. Inua Yesu, inua. 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 Wapi shangwe na vigelegele? Haya, tafuta mwenzako wawili tu. Wawili tu. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Enjoy muziki. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Tima lelu, tima tulumbi lusemba na ndufu. Tima lelu, tima tulumbi lusi mwana zambe. Tima lelu, tima tulumbi lusemba na ndufu. Tima lelu, tima tulumbi lusemba na ndufu. Tima lelu, tima tulumbi lusi mwana zambe. Tima lelu, tima tulumbi lusi mwana zambe. Tima lelu, tima tulumbi lusemba na ndufu. Yekelekele. 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 Aya, zunguka tu pole pole. Twende tu pole pole tu. Zunguka na maringo. Pole pole tu. Twende tu pole pole. Hapo pasakaro. Twende tu. Unazunguka tu pole 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 pole. Sawa pasakaranga. Yekelekele. 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 Aliwa kwa kwao.
Oh
Yesu asifiwe. Naomba tumalizie hivi. Tuinage Israeli hani. Israeli. Ate Israeli no tatawalele. Atereria tukuhujia no tatawalele okomboleka. Eria tukuhoya no tatawalele okomboleka. Eria tukusabania no tadumalele tumanete. Eria tukumenana no tadumalele tumanete. Israeli sibono. Asa ne toine wega no toine wega. Riu mundu wa keyboard Apostle tuhoya daramata ithatu. Tuhurira wega tupigie hiyo kitu vizuri ama tuibe hivyo. Atakioi. Ni maramenya uria ni wotaramenya. Israeli natatawalele okomboleka. Israeli natatawalele okomboleka. Atereria tuguthioma natatawalele okomboleka. Eria tugutaithania natatawalele okomboleka. Israeli Israeli umako Werwatia Redani Ate kwena dhuri medete mwathani. Ate kwena dhuri medete mwathani. Medete mwathani. Ate na metagwa imene alea matana. Ate todo mahana otatawaleo. Ate todo mahana otatawaleo. Ate kore atumia medete mwathani. Ate kore ayetu medete mwathani. Ate na metagwa imene alea matana. Ate todo mahana. Ate kumenyera wadoragai. Atuwa kumenyera moyo nawe. Aire kalea siya mwadani. Otoria gwataria kiambiriria noria gutarie riu noria gugakorwo magana-inĩ ma mĩaka tene na tene. Amen. Thank you. Hebu tupige kura. Beatrice anafaa kireba ya blue, ya purple ama ya white? Yeah, wangapi wa purple? Purple, ya white, ya blue. Yeah? Wanataka nini? White, purple. Kiasa hii. Yeah. Bwana asifiwe sana. Sisalimie mwenzako tu, mwambie umesalimiwa. Hiyo kigosho imeanza kushika kazi, si ndio? Lakini mnakumbuka kuna wakamba hapa kwa nyumba. Wakamba mnakwanga na kigosho? Geko na wata. Kiko atawaka waya. Eh? Chau? Kwada kawaya, kwada kawaya. Kwada kekamba. Kwada kekamba. Ndege metuka. Haya, makofi kwa Yesu. Piga shangwe na piga legele kwa Yesu. Haya, makofi juu. Motavie ni huko ni baba, ni batoto ba Mungu. Ni batoto ba Mungu. Sasa batoto gani? Tena kwa tienga hiyo hapa.
Haya, tuende kazi sasa. Tucheze kibuyu kwanza. Makofi kwa Yesu jamani. Haya, thank you. Unajua kuna watu wengine wanafikirianga tu ni Wakikuyu wako kwa hii nyumba. Kumbe kuna Wakamba. Mimi sikuwa najua Buju ni Mkamba. Na sikuwa najua Mungu anaweza Buju anaweza kuimbisha. You can see the power, we have the power. Tell your neighbor you have the power.
and we are going to make it. Mwambie usijali sasa, simeni microphone zenu. Mwambie we are going to make it. It doesn't matter the mountain. It doesn't matter the valley. What matters? The God in me. Yule Mungu aliye ndani yangu. Huyo ndiye atasema mahali nitafika. Haijalishi pingamizi. Mwambie mwenzako, shika mwenzako mkono. Shika mwenzako mkono. Na kama hauna mtu wa kushika, jishike. Haleluya. Mwambie haijalishi pingamizi wala milima. Haijalishi ni nani ama ni akina nani. Yule kile kinajalisha ni Mungu aliye ndani yangu. Mwambie hivi, huyu Mungu aliye ndani yangu hajawahi kushindwa, na hakuna kitu kitamshinda. Mwambie kaa chini. Mwambie umenisikia vizuri. Mwambie sasa anza game yako na mimi nianze yangu. Si ndio? Mwelea belelie bara. Na wewe uanze, tuende. Si ndio? Lazima tushinde hii vita. It is a journey. Salvation is a journey. It is not an event. It is a safari. Na lazima tutafika. Mwambie mwenzako utafika tu. Mwambie na lugha yako. Mwambie na utogokinya. Lazima. Sasa ukiona mtu amekaa peke yake, hataki kukaa karibu na watu wale wengine, sasa unaacha ukiulizwa maswali. What is the intention? Si okay hiyo. Lakini sasa mtajijasia tu. Si ndio? Mimi niko mzuri, ninashukuru Mungu. Ameniokoa, amenilinda na anaendelea kunipigania vita. When I was born, I was told I am a child of destiny. When you were born, you were also told you are a child of destiny. We were told that you are going to become big. Na hatutakaa peke yetu kama keti, tutakuwa tukikaa karibu na watu wale wengine. Sasa nilipozaliwa nilitabiliwa makubwa, na wakasema nitakuwa. Nikainuliwa juu, nikageuzwa, kakichwa kakiangalia chini, nikaekwa kofi kwa matako, tia! Nikaanza kulia. Wakaniambia hiyo ndio struggle sasa umeanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama hujaijua ni kwa nini mtoto anachapa kwa kofi? Aliye kwa nini badala acheke? Hakuna kitu angefanya wamegeke hapa kwa jageke akacheke. Kalipigwa kakaambiwa sasa you have begun the battle of another world. So the life you are living is not a walk in the park. Habari ya huko kwa Waluya. Umetuletea nini? Ugali. Asante, hiyo utakula peke yako. Haijalishi chochote. Kule umetoka, it was peaceful. Kwenye utumbo ya mama yako there was no struggle. Maana the umbilical cord ilikuwa uko ndani, ilikuwa imnakulisha chakula vizuri, unashiba. Na umbilical cord iko na mishipa mitatu. Moja ambayo inabeba chakula ambayo mtoto anakula. Hiyo ingine inabeba hewa, oxygen. Na ya tatu ndio inabeba pupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatoa chafu inapeleka kwa placenta, nayo placenta inasafirisha kwa mama. It is a mechanism that no one has been able to understand. Lakini ni mashini iko kwa tumbo ya mama ambayo inatembea na inafanya kazi na haikwami na haina petroli na haina epura kuongeza mafuta ama kupunguza, na haina Kenya Power bado zimeisha, na haina Kenya Police itapita kwa trafiki askari atasimamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is a mechanism that defines you, that life
in the stomach is well taken care of. Hakuna siku utasikia kama mtoto kana kiu kaupatiwe maji. Hakuna siku utasikia kanataka dawa ya kukohoa. Hakuna siku utasikia kanahitaji kupelekwa kuona na daktari. Maana everything in the stomach is well organized. Lakini ikifika miezi 9 huyu mtoto atake kukuja, anaanza kuwa prepared. Kanakaanga kama kamiangalia, katoto kanakaanga kama kwa tumbo, kwa wale wanabeba mshaibeba. Kanakaanga kama kamiangalia. Lakini kuna kipindi kanaanza kugeuzwa. Ama si kweli? Najua mimi sijaibeba. Kuna kipindi kameanza kugeuzwa. Kanageuzwa in preparation. There is a major transition about to come. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika hiyo transition mpaka unasikia nasikianga kanarushanga teke. Nasikia ati kanagoga hapa. Mama anasikia. Kwa sababu ni kufanya practice. Ninatoka sasa kwenda mapambano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanafanya nini? Naenda kwenye mapambano. Kanang'ang'ana mpaka siku ile ya kutoka, mama ndio anasikia uchungu, anaanza kupiga nduru. Siku moja nilidanganyika nikasema I want to see what is happening. Huyo mama tukitoka nilimpeleka, alikuwa ananiita babe. Lakini tulipofika kule aliniita kila kitu inaitagwa dunia hii. Alinitusi yake yote. Akaniita maneno unprintable. Sasa after a few minutes nikamkuta tena anacheka. Anashika katoto anakaangalia hi. Nikamuuliza ni kwa nini ulinitusi? Akaniambia mimi sijakutusi. Mimi hata sijakuona hapa. Nikamwambia si nilikuwa hapo, kaniita maneno yote. Ati hapana. Kumbe in the preparation of bringing this soul ikuje hapa outer world, there are major forces that will try to stop it from coming. When you imagine haraka naka ukagera kageuka, the kind of the opposition, just imagine. Weta shokia meshiri na duda. Imagine mahali huyo mtoto alitokelezea. Alafu mkute huyo mtoto mama yake amemshika, ni kichwa kubwa, macho kubwa na mwili ni kubwa. Alafu imagine ilikuwa kuwaje mpaka katoka. What transpired? Ilikuwa kuwaje mifupa hii ikafunguliwa? Nani alifungua hiyo mifupa ndio nyama ibaki peke yake mtoto apite? Ndio wamuulia. Ni nini? Keu. Nani alifungua? Hii mifupa ukitembea sasa hivi unatembea unasikia iko intact. What happened? Ni nani huyo alifunguanisha? Na inafunguliwa na nani na ilifunguliwa na nini? Can you be able to explain? Na unakuta ati nenyogo ya mwana ya hikoka. No nenyogo kana ne mahede mahikoka. Because at the pelvis sikuna mifupa. So what is the controller of the pelvis? Mahede mayameha hare. What controls it? That ikifika wakati wa huyu mtu kukuja dunia hii, kuna uchungu unakuja kwanza. It's painful. Painful. Then after the pain, what follows? Water. Preparing. Zote. It's preparing the ground. For there is something that is coming. Kuna kitu kipya kinakuja. Uchungu unakuja. Eti, ulitawatia. Duoro wake. Dueta gorwa mwana ne kidati mwana uraiwa ruo. No. Ne ruo wake. Uchungu ya mtoto, si ndio? Mbona ni mtoto nasikianga uchungu mani wewe? Mbona ikaitwa uchungu ya mtoto? Because the cause, it is this which is coming. It is not about the baby, but which is coming. What is this that has been prepared for the ground? Imagine Ruto was such a thing. Ruto was such? Yes, at some point.
Hitler was such a thing at some point. So the pain that comes, it comes with the magnitude of what will become of this that is coming. Ukitafuta sana wale, ukienda kwa mama ya Ruto ama mama ya mfalme wote, atakwambia this child alinipatia uchungu sana along the way. Huyu mtoto hospitali ilikuwa routine. Huyu mtoto madawa ilikuwa kwa nyumba, tulikuwa tumefungua chemist ndogo. Maisha yake yote huyu mtoto amepata accident. Huyu mtoto kuna wakati alikufa. The people or children associated with the destiny. Sema destiny. Ni watoto ambao from the stomach they have problem, challenges. Na ukiangalia wengi wao mama zao walitaka kuwatoa kwa sababu either ni mtoto alizaliwa nje ya ndoa ama hawakuwa wanataka kupata mtoto wakati ule. Daudi ni mmoja wao. Daudi kukuja kwake kulikuja kinyume na matarajio. Maana baba yake Daudi already alikuwa amemkataa mama yake Daudi, na alikuwa amesema mama yake Daudi ni msherati, si mtu mzuri, na alikuwa already amechukua kijakazi, the house girl, na akamfanya mke. Nao huyu mzee ni mzee jeuri, ni mzee mjeuri kwa sababu alifanya transition in the open. Sio kama sisi tutaenda kujificha usikiege ripoti. Alichukua kijakazi na akaambia mama, I have given you 2 weeks from now nitachukua huyu. Naye kijakazi akaenda akamwambia mama, jitayarishe, maana venye nimesikia huyu mzee anasema it gonna, hivyo ndivyo kutakuwa, nothing will change. Kijakazi kikaambia mama, kwa sababu kilipenda mama, boss kilimpenda sana, akamwambia kwa sababu nikiingia hii nyumba naona hautarudi kwa hii nyumba, kuja tu tufanye final election, nitakubalisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia kuja utengeneze ama ukule chakula ya mwisho, Lord Supper, inaitwa Lord Supper. Ukule ya mwisho, maana hapa daigira huko ndoka igira lege. Uladaiwa mutheo yake alia. Kwa sababu kijakazi kilimpenda mama. Sema kupenda mama. Because they had a good relationship. Lakini kuna authority kubwa ya baba ambao wote wawili wako chini yake na hawawezi kuiepuka. Lakini huyu kijakazi alimpenda mama huyu bosi yake. Akasema hata kama ninaondoka, I will give you a chance. Na I will create that chance for you. Ndio at least ukule sakramenti. Bwana Yesu asifiwe sana. When God has prepared a seed, it doesn't matter what form of opposition that is around you. When God has prepared to make you move from one level to another level, or to make you become which he decided, he designated you for, hakuna mtu ataweza kuzuia. Arrangement zote zitapangwa against wewe, naye Mungu atapanga arrangement zake ambazo zitaangusha against wale wengine. Hallelujah. Sijui kama mnanielewa. Mnanielewa. Lakini mama alikuwa amepangiwa kufukuzwa na kila kitu kilikuwa kimekamilisha, na huyu mzee alikuwa ameenda kwa kiama, na hiyo kiama wakavitisa na wakasema chukua mtu. Lakini naye Mungu alikuwa anajua huyu mama ndiye amebeba mbegu ambaye itamleta king wa Israeli. Kwa hiyo naye king huyu wa Israeli hangeweza kumilikiwa na binadamu. Hakuna kitu ingekuja amilikiwe. Mfalme hamilikiwi. Mtumishi wa Mungu hapa, wakati mimi nilimwagiliwa mafuta, nilishikwa mkono wa kulia na baba na mkono wa kushoto na mama yangu. Wakanipeleka kwenye madhabahu mpaka hapa.
nikakuta wachungaji walikuwa wamesimama hapa na Bishop Harrison hapa na Bishop Danson Maboya hapa na wachungaji kando kando. Mama yangu na baba yangu wakanipokeza kwa Danson Maboya na Harrison. Kisha Harrison wakanipandisha wakanipeleka kwenye madhabahu. Kutoka hapo nikaambiwa nigeuke niangalie wazazi wangu, nikawaambia bye. Niliambiwa nifanye hivi, kumaanisha kuna kitu kilikatwa katikati yangu na wazazi wangu, nikachukuliwa na ulimwengu mwingine, nao wazazi wakaregeshwa wakaambiwa rudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikatolewa hapo nikapelekwa, kulikuwa na ngozi ya kondoo, nikaambiwa nipige magoti kwenye ngozi hiyo ya kondoo. Nikapokezwa kwenye hekalu ya makuhani na nikafanyika kuhani, maana huo ndio ulikuwa mpango. Wakati Daudi ilikuwa lazima azaliwe, na mpango wa Mungu ilikuwa Daudi atakuwa kutoka kitabu cha Genesis. Wakati Juda alimuoa mwanamke akazaa watoto wa kwanza, wa pili na watatu, baba yao alikuwa amemwambia Juda, wewe ndio utakuwa ukizaa, ama katika kizao chako kutakuwa na wafalme, ndugu zako watakuinamia. Kumbe katika maneno hayo yaliyosemwa, Daudi ndiye alionekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi ndiye alionekana na atakuwa mfalme, na mfalme si mtu wa mtu mmoja, na mfalme ni mtu wa kila mtu. Unapozaliwa wa mfalme, wewe mizizi yako, kazi zako, karakta zako si za binadamu wale wengine. You are an abnormal person, an extraordinary person. Bwana Yesu asifiwe sana. Process ya wewe kuwa extraordinary haianzangi kabla hujazaliwa, inaanzanga miaka mingi kule nyuma kabla wewe kuzaliwa. Process ya Juda kukuwa na mke huyu akazaa watoto wakaoa wake wao, mke huyu akafa, watoto wakakufa, kisha Juda akarudi kulala na mke wa watoto wake. Kisha ikaendelea hivyo mpaka wakati wa Jese, na Jese akazaa nani? Daudi, naye Daudi akamzaa nani? Yesu. Kunakuwa na kutenganishwa wazazi na mtoto huyu, ndio wasija wakamumiliki. When you are anointed, when you are special, utakuwa disconnected from long time ago. That is why Jeremiah wanasema, before you were born I knew you and I sanctified you, and before I sanctified I had already set you apart. So you are not grown up with others, you were set apart, you grew alone. Ulikuwa ukiwa peke yako, haukukuwa na wengine. That is why you were set apart, and that's why they will never understand you, because hamujalelewa pamoja. Wakati Josefu alijaribu kukaa na ndugu zake, ilibidi afukuzwe. Mungu akamuotesha ndoto ndio afukuzwe, aondoke kule, wasije wakamuelewa. Kuzaliwa kwa Daudi, baba yake alitiwa ubaya na Mungu wa kuchukia mama yake, ndio Daudi asije kusema this is my son. Because when you will say this is my son, you will bring some element of ownership that this is my son. Kwa hivyo utacontrol ni nani wataona son yako na ni nani hawataona. But David, because he was a king, a world king, akazaliwa na jinsi ambavyo hata baba yake hakuelewa na hata mama yake hakuelewa. So kijakazi kikaoga na mpango mzuri. Mama siku hiyo akatengenezewa waende walale na Jese. Lakini cha ajabu ni kwamba Jese alijiburudisha mpaka asubuhi na hakujua huyo ndio mtumio ile akorogo nake. Can you figure out that? Mzee amekuja na mtu amekurushia mtu na yeye amebaki huko na hukujua.
Mzee alifungwa akili, maana kinachokuja si kitu cha kawaida. Haleluya. Wale ambao wamekuroga watafungwa akili, maana wewe si mtu wa kawaida. Wale waliokupangia maovu watafungwa akili, maana you are not an ordinary person. Na wale watapanga kukuinukia, wale watakataa kufanya kazi ya Mungu jinsi anavyotaka, Mungu atawafunga macho, watajiondoa kwa maisha yako. Wale ambao walikuwekea vidhito wataondolewa kwa maisha yako. Wale ambao walipanga maovu wataondolewa kwa maisha yako, maana wakati wao wa kuondolewa umefika. Hata Daudi mwenyewe, hata Jesse mwenyewe aliwekwa confusion. Akalala na bibi yake, alikuwa amemchukia na alikuwa ameapa hata lala na yeye, maana wakati wa kuachiliwa kwa mbegu ya Daudi ulikuwa umefika. Mbegu ya Daudi ilikuwa tayari. Kwa hivyo lazima Jesse angewekwa confusion na maid awekwa confusion, na mama akiingia huko Daudi atasikia kitu kingine hajawahi kusikia. Maana wakati wa kuachiliwa kwa mbegu ya Daudi ulikuwa tayari. Na Daudi hakuwa kuwe mtoto wa familia, hakuwa kuwe mtoto wa dunia wa nchi hiyo, alikuwa mtoto wa dunia mzima. Sijui kama mnanielewa. Daudi, kumbe ile mbegu ilikuwa tayari kutoka. Ukipatana na askari atakwambia risasi zinajipanga, na ikifuruta hii afanye hivi, turika inalete hii, ikitoka nyingine inajipanga. Kumbe mayai ambayo, mbegu ambayo ilikuwa tayari kutoka ni mbegu inaitwa Daudi. Na hii mbegu ilikuwa imepangwa hususan usiku huo, wakati huyu maid aliorganize na mama, ndio mbegu nayo ikatayarishwa. When God is about to bless you, abnormal things will happen in your life. When God is about to lift you, the normality will come out and abnormality will take position. Because that which you are carrying is not normal. It is an abnormal. Because it is not meant for them. It is meant for the glory of God. Hallelujah. Nazungumzia hapa kuhusu kitovu. I'm talking about the umbilical cord. That where the umbilical cord is connected, Shetani na plani zake zote walikuwa wameorganize bibi ya Daudi asimzae Daudi, ama Jesse asiachilie mbegu ya Daudi. The plan was well organized. Na mzee akawekwa makasiriko na akamchukia mke wakati ule mbegu ya Daudi imekuja. Lakini previously mbegu ya Daudi mke, na kwa sababu the seed of David ilikuwa bado kutayarishika. Jesse na bibi yake, they were in good terms until the time of the coming of David. Jesse na mke wakakosana, maana the killers of destiny wanajua when the seed is about to come. The killers of destiny, they know the day and the time you are about to be blessed. The killers of destiny, they understood you. Maana wakati Yesu alizaliwa, waliokuwa wa kwanza kujua si hata familia ya Yesu, lakini ni watu waganga na wachawi kutoka east. Na walifunuliwa wakaambiwa mfalme amezaliwa, na wakaembark on a journey kwenda kuinamia yule mfalme. Lakini ndani yao walikuwa na nia ya kwenda kumumaliza, maana wale walikuwa wachawi ama kumchukua akuwe wao. Sijui kama mnanielewa. Walipofika kule wakakuta mfalme anajitayarisha kumaliza mtoto yoyote, naye akawatuma, maana walikuwa wanaona hao watu ambao wanavunjanga destiny za watu, they have an extra eye to see. Walikuwa wameona na walikuwa wameiona na wamejua kuna mtoto amezaliwa, kuna mfalme amezaliwa, na wakaanza sasa safari ya kujua either huyu mfalme akuwe wetu ama tumumalize. When you are about to be blessed, they have put arrangements how they are going to kill you or you join them. Na ndio nilikwambia mtoto hubadilishwa wakati anazaliwa. Ndio anabadilishwa kutoka mfalme
anakuwa mchawi ama mganga. Wakati waliambiwa Yesu amekuja na mfalme alikuwa ameapa kuhakikisha watoto wote watakufa, mfalme alimtuma Hawa, mkienda muone huyo mtoto, mkuje muniambie na mimi nikamuinamie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkuje muniambie. Lakini walipofika pale, maana Yesu alikuwa mtoto wa destiny, an angel of the Lord diverted them from going back. Maana God, when God is at work, atazuia chochote ambacho kinaweza kufanya your mission to abort. I want to declare and decree, waliokupangia vision yako iondoke ama isikubalike ama isikuje, whoever that planned against your vision, whoever that spoke against your vision, whoever that has a plan against to destroy you, kutoka leo atakuwa diverted. They will not see you again. Hawatakuona, wachawi hawatakuona, warogi hawatakuona, walio na nia za uovu hawatakuona, walio mapango ya kukumaliza hawataweza. Wao ndio watamalizika. Ashoni wamegodira. Wao walio kusema ukue mtu akunywa pombe mpaka ukufe ukikunywa pombe, sasa pombe itarudi kwao. Walio sema watoto wako watakuwa wajinga, itarudi kwao. Maana you got a destiny. Tell your neighbor, I got a destiny. Daudi alizaliwa katika mazingira magumu, maana baba amelala na mama na bibi yake na mbegu ikaingia. Just ask yourself, what a coincidence. Who organized that last time? That last, wanasemanga polisi wanasemanga last bullet. Ama ni Raila anasema hiyo. Lakini bullet za Raila zote ziliisha. The last bullet. Aliyeongea na huyu msichana kijakazi ni nani? Ahurumie mama, amwambie come for the last. Kumbe that last ndio inakuanga ndiko na risasi ambayo itafanya kazi. Kumbe the last ndio ilikuwa na Daudi. Kumbe the last ndio ilikuwa na mfalme. Kumbe the last ndio ilikuwa na Yesu. Kumbe the last ndio imeleta salvation. Kumbe the last ndio imeleta msalaba. Kumbe the last ndio imeleta damu. The last, mwambie the last ndio ilileta msalaba. Hiyo the last ndio ilileta Yesu. Hiyo the last ndio ilileta damu ya Yesu. Hiyo the last ndio ilikuwa mpango ya Mungu, ndio kubadilishwe, dunia ibadilishwe. And because this man was to come and change the world, hakuna siku Jesse angekubalishwa aone huyu mtoto. You will never be allowed to own that vision. Utakuwa kiberebere yako na kiberebere, lakini wakati the line imeanza kufanya kazi utaondolewa. Maana ukibakishwa hapo utaanza kuown, kusema I own this one. And God does not want you to own, because this is not a product for your use. It is a product for many people to come and cry. It is carrying the King of Kings. Mbegu hiyo ya that night ambayo mzee mwenyewe alikuwa confused, akalala na mwanamke na hakujua ni yule tu, akalala na yeye mpaka asubuhi, hakujua hata kidogo, because the mbegu ambayo ilikuwa iachiliwe ya mwisho, the mbegu ambayo ilikuwa iachiliwe ya mwisho, hiyo mbegu haikuwa mbegu ya Daudi, bali ilikuwa ni mbegu ya Yesu. Ilikuwa ni mbegu ya msalaba, ilikuwa ni mbegu ya damu, ilikuwa ni mbegu ya kukomboa dunia mzima. Kwa hivyo hakuna kitu kingefanya Jesse aweze kushika aseme Daudi ni mtoto wangu. Maana tungekuwa tukisema ati ya kwamba huyu ni mtoto wa Daudi. Wa Jesse, sorry. We only hear the son of Jesse, that's the father of David, but we don't glorify Jesse the way we glorify David, the son of God, the father of Jesus. Jesus, the son of David. We never. That is why the confusion was put into him. Mwambie mwenzako ninaomba confusion kama hiyo isiniingie. Una imagine wakati chakula kimewekwa kwa meza juu, wameanza kufanya maandalizi, ndio unasikia kuhara, tumbo inaharibika once, ukaigwa ginyaninya mushira sherada, unakimbia kule choo, unakuta choo ya hiyo watu wamejaa,
Unaambiwa ukienda kona hile kuna choo ingine, na unasikia iko karibu kutoka. Ukifika huko unakuta bado imejaa, unakimbia hiyo choo ingine ya chini. By the time unakuja unakuta laini imefika kule ni mrefu sana ya chakula. By the time ufikiwe upange laini, unakuta chakula unaambiwa ile no higosiadhira. Kuna shetani anayekuja kukuondoa kwenye sahani. When the blessing is about, unasikia kuhara. And most of you mmehamahama makanisa when you are just about to be blessed. Na saa hiyo ndio gari ya security kwa imefika na kabox. Hallelujah. Wako na doda mama raini nini omara mgeni anakuja leo. Hapa unakuta ndiye anapatia hiyo box yako. Na hiyo box unajua hazina majina. Wale wako ndio wanapatiwa. Kumbe ulikuwa umekimbia kanisa ya Waruinge. Na ukiingia huko utakuta msafara laini imepangwa kubwa kule, utapanga kule nyuma kwa sababu watoto wa nyumbani ndio watakula kwanza. Mimi hapa siwezi nikakubali mtu wa nje akuje achukue, watoto wa nyumbani wakule kwanza ndio hao wengine wakule. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe umeondoka wakati watoto wa nyumbani wamebaki, umeondoka no uma hanini. Adinwa yu koharo wathi kwamba koharo hanini. Ugeshokoka kora no higoraini yaro. Ciana cia muci ni ciarire raini. Aria marite riu ni ageni muginya matiragutambura na matikui. Madhani ya gojo. Sasa ukianza kusema ati mimi ni wapo na kuna maneno ilibadilika. Vindu vichenjanga. Si ndio? Wanasemanga hivyo ama vindu vichenjanga. Sasa Daudi ndiye asaliwe, mama alikonfyusiwa, baba akakonfyusiwa. Kisha wakati alizaa, mama akaanza tumbo ikaanza kukua kubwa. Baba akaita wazee wa kijiji, akapata legal ground ya kusema indeed this woman nimekuwa nikisema ni msherati. Sasa angalia, huyu sijalala na yeye lakini sasa tumbo imetoka. Ni ametoa wapi? Muulizeni tamorie alutete ko ihurere. Bwana asifiwe sana. Akapata legal ground ya kuondolewa. Mzee akapata legal ground ya kufukuza mama. Ndio mama aondoke, aende akamilikiwe na Mungu. Haleluya. Maana angemilikiwa na Daudi, na Daudi ajue na Jesse ajue huyu ni mtoto wake ambaye ako hapa, angeliingia dunia ama angemzuia. Angalia venye baba yake ni nani? Jacobo ni nani huyu? Ni Joseph. Baba ya Josefu, wakati Josefu alienda akaambia baba, nimeona nyota zikiinama, zingine zikifanya hivi, akamuuliza ekayoletwa. That is the beginning of war. Shida zetu hazianzangi na watu wa nje. They start with our fathers. I can cause trouble in your life right now here. Me myself, mnaona hapa kama mtu waka mnaonaga hapa, kanaweza kufanya mambo yenu yote ikwame. Nikikuwa mtu mwenye roho chafu. And that is why I normally try to balance, kuwafanya nyinyi yote mkae you feel you are all equal, you are all good. Kuwapenda, maana mimi nimepitia kwa mikono ambayo imenitesa. Mimi nimepitia kwa wahubiri walionitesa. Nimekuwa na washirika walionitesa. Nimekuwa na mungiki, nimeenda jela, mapolisi wamenishika. Nimeteswa, nimehukumiwa, kunyongwa, nimefunga, nimeenda jela mara 52. Nimepigwa marisasi, yani it's all magic. It's all something you cannot be able to understand how I came out of it. So, when I tell you to love one another, I understand the concept of loving. When I tell you that we should all embrace one another as brothers and sisters, we need to understand everything. We need to love. Mpende mwenzako. Kile kimetulete hapa, sijui ni nini. Ile glue imewalete hapa, mkuje msikilize. I am not a good preacher. I am not like you. Maybe nikipatia msichana kama huyu atatandika injili hapa, nyinyi wote mnamesimama, mtasimama. Like, but you all came.
ile kitu iliwavutia kwangu sijui. Hata mimi naendaka kujiangalia, hata nimetoka kujiangalia kwa kioo kujiuliza, Mungu, hawa watu umewaleta kwa sababu yangu? Because venye nilikuwa mtu mbaya, mtu mchafu, mtu ananuka, all of a sudden amegeuza watu wanasema huyu mtu hanuki. You need to understand, what did you do? Bwana Yesu asifiwe sana. So when David mimba ilipoendelea kukua, ikakua, ndivyo chuki kati ya bibi ya David, bibi ya Jesse na mke wake iliendelea. The gap ikakuwa kubwa mpaka wakasema huyu ni msherati. Mamake David akaitwa msherati na akafukuzwa, akaenda kujengewa kanyumba, akaondolewa, maana ni msherati, kwa maana imedhibitika ako na mimba ambayo si ya Jesse. Ogiwe umeta utasema imetoka wapi? Na huyu mzee alikuwa ametafuta kila wakati, anatafuta jinsi ya kukufukuza wewe. Sasa uko na mimba na si yake, kulingana na yeye amepata ground. So the devil will always be finding or looking for a ground to cause you to get out of the plan of God. Be very careful when you make decisions. Be very careful when you make some moves, because those moves could have been, zinaweza kuwa zimekuwa orchestrated na shetani ndio zikuondoe tu 1 second, because the devil is always looking for that 1 second. Kwa sababu hiyo sexy mama na huyu walifanya is 1 second. Decision iliyofanywa na huyu mzee is 1 second. So they are looking for that 1 second to remove you from the plan of God. And by the time umeondoka, the line is occupied, nitabidi urudi nyuma tena ukapange line kule nyuma, then you start again the process. Jesse alipata legal ground ya kufukuza huyu mama, maana ako na mimba, na akamfukuza. But what Jesse didn't know, this woman is carrying his seed. Hallelujah. What Jesse didn't understand is that this woman is carrying his own blood, and he was used to chase this woman that was carrying his blood. Tell your neighbor, be very careful. When God has blessed you, when God has blessed you, understand the blessing, because you may throw it out. Watu wengi tumekosa time zetu, tumekosa kuelewa, tumekosa kujua the seasons of God. If only we can be able to understand the season of coming of God in your life, you will be very careful. Utanyenyekea mpaka tufike mahali tunaenda. Utanyenyekea mpaka ufike. Kuna kipindi nilitaka kufunga kanisa ya City Stadium, maana ilikuwa imenichokesha. Little did I know there was a building here waiting for me. Little did I know that you were there waiting for me. Little did I know mtu kama huyu atakuja, because hawa ni watu wale walimenipiga sana Eastland. Huyu Kidajage wakati wa maombi yenu. Muli naye na mkanilikuta na mkanilikata. Hello. What they did it. They did it. Nilikuwa na bitterness. When I was about to lock down that house, God came akaniambia, continue the journey, my son. I'm with you. So had I not found a comforter in the name of God, ningefunga. Kama ningefunga ningekuwa hapa. Singekuwa hapa. Na automatically ningeenda kwa kamunyeso. Tungekuwa ningetokesha maneti nako kamunyeso ine. Bwana Yesu asifiwe sana. But God had a plan. And this is the plan I'm talking about. God has a plan in your life. God has an arrangement for your life. Wait, because that moment is coming. That Jesse moment, that one night for Jesse is coming. For Jesus to come, it only required one night of Jesse with a woman. For David to come, it ilihitajika that one night. A night full of secrets.
A night that you don't understand. Because huyu mwanaume analala na mke wake na hajui ni mke wake. That is magic. That is powerful. It is something that is beyond human understanding. Na unalala na namuita babe. Na labda unajua sisi tukifanya hii maneno tunaambiana maaga hidi gago tika. Kanati kwa nansi. That is the language there. Acha pretend ni kama mmeangusha kutoka biguni saa hii. Hii inako. Anigomo kanaga. Kanati kwa karo. That one night, because I don't imagine how they did it without talking. But he could not understand. He never understood, because what he was about to release before he removes himself from the glory of God, it is to release the seed of God. What he was carrying before he removes himself. Kabla ujiondoe kutoka kwa mpango ya Mungu, hautaenda na mbegu ya Mungu. Haleluya. Kabla hujiondoe kutoka mipango hii ya Mungu, kabla hawakuondoe, mbegu ile wamebeba ya Mungu lazima wataiwacha. Baba alifanya kazi usiku, akaacha mbegu ile imebeba Yesu. Mbele tile kodoma na adie nawe. Mwambie mezako, hamuendi na mimi. Hamuendi na utajiri yangu. Hamuendi na baraka zangu. Hamutaiba chochote. Lazima mutakiacha. Nyinyi na ujanja yenu lazima mutaacha. Haijalishi walisema unaenda kufanyika nini. Haijalishi. Gotirama kani ya maugete malago twarako. Gotirama kani ya kana maugete unakufa kesho. Ati unaenda kule, unajua kule Ulaya kama wewe mgonjwa na wapime wanaona unakufa, watakwambia utakufa after 21 days, masaa saa 8 hivi. Ambia familia. Ndio naonanga sitakaki kwenda ngambo. Sasa imagine ukiambiwa we have 10 days. What would happen within those 10 days? Ebu imagine those 10 days, what would happen? It is total mental torture. Sasa unaangalia unaona. Sasa hiyo ndio unakimbia ujakunywa kahenesi, unameza kahenesi, unakimbia ujakunywa chai, unakunywa kachai. Unakimbia up and down. Kuna mzee mmoja hapa kwangu, rafiki yangu, alikuwa na mgonjwa leukemia. Ni leukemia mani anemia. Kansa ni gani? Ni leukemia. Na alikuwa Amerika. Akaambiwa ako na 21 days ya kuishi. Sasa mzee wakamsafirisha wakamleta huko. Sasa na ni mke wake alimweka kwa ndege na watoto wakamweka kwa ndege akuje. Sasa imagine venye watoto wako wamekusindikiza na mke wako wamekusindikiza kwa nini? Kwa sababu wanajua unaenda kukufa. Just put yourself, sasa wewe ni binadamu. Uanze sasa kufikiria venye umesindikizwa, wamekuchukia. Sio ile tukome na mame na leo. Leo mame na todo ndirathi gukua. Leo magathika atia. Sasa naenda kukufa. Yaani una imagine umekufa. Una imagine sasa unajua uko kwa ndege kule unaona zile mawigu na tunaambia kwa tunaendaga huko juu. Unaanza kujiimagine ukipita huko juu. Unaanza venye utakuwa ile maisha utakuwa. Huyo mzee alikuja. Ni mtoto wake alikuwa rafiki yangu. Alikuwa na bitterness nyingi. Na alikufa exactly hiyo siku. Na mimi nasema manabii kama hao siwezi kuwataka kwa maisha yangu. Siwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mimba iliingia ndani ya mama wa Daudi, baba yake Jesse alifanya mipango yote kufukuza huyu mama na kumuondoa kwa maisha yake. Laiti angejua ni nani anaenda kuzaliwa. Hata wakati Daudi alizaliwa, aliishi kufukuzwa na akaambiwa aende akachunge kondoo. Todo ne kana ga gutharia. Ni mtoto wa usherati. Ni mtoto, alafu alitoa sura kama ya Don. Haifanani na sura za watoto hawa wengine. Na Dodi alikuwa rafiki mzee, rafiki wa Jesse.
anaenda naita wase tathie hii murore don na murore kana kau tuseme tule tujeuri hatuna vision tunakuja okay hata mapua ni hiyo kwa can I have hebu mtoto na mtoto ni mzuri anaangalia anataka kuangalia kamuguka don Bwana ziwe sana. Kumbe hawajui ambaye wamemfukuza ni nani? Ni mfalme. God will bring confusion to them that want to kill you. God will bring confusion to those that want to destroy you. Yani maono iliyowekwa ndani yako hata kukuja nani anataka kumaliza, Mungu atahakikisha you are going to be protected. Mungu atahakikisha hawatakuharibu. Mungu atahakikisha watawaangamiza. Wao wenyewe watapanga mipango ya kujiondoa. Wao wenyewe watapanga mipango ya kujimaliza. By the time wakuje wamejimaliza ndio wanakuja kusema I wish I knew. Hallelujah. Don't worry of those that have said you are going to perish. You know what? They said you are going to perish. The woman that they know is going to perish because there is another woman that they don't know that is going to rise up. Huyo mwanamke wa failure, huyo mwanaume anaitwa Doni wa failure, anaenda kukufa. True, they are prophetically right. But within a short time, a new dawn, a new Karanja, a new Margaret, a new Jane is going to be birthed. A Jane of destiny, a Karanja of destiny. Oh, some I'm going to perish. The one that is supposed to perish is going to perish according to their prophetic word. The one that they will not be able to come closer is going to come up. Hallelujah. Kutazaliwa mtoto na kulizaliwa Daudi, lakini kwa sababu rejection was too high, walikosa kujua Daudi ni nani. Kisha wakamtuma akachunge kondoo. Maana ilikuwa mipango ya Mungu wasije wakamjua, asije akafanywa mambo kama vile Joseph alifanywa mambo. For your vision to grow and to become, it is always good to be discreet. Tiadua the mama nyidagio kioneki. Sio watu wote hufunuliwa. What God has shown you, keep it to yourself. Wait for the right time and strike. If you come telling everybody, they will sabotage you. And they will run away from you. Daudi maana ilikuwa ni mbego ya Mungu. Na mbego ya gaidi uraka. God has a way of protecting that seed. David, Mungu akahakikisha kwa jase makondoo zimekaa nyingi, manguruwe zimekuwa nyingi, mambuzi ni nyingi, mang'ombe ni nyingi, mangamia ni nyingi, mapunda ni nyingi. Alafu akahakikisha, akaambia Jese, nimekuletea mtoto atakaye kuwa mfugaji, atakuwa muero, atakuwa Masai, atakuwa kienda kuchunga. Sasa wao wakibaki wakikula mapochopocho, Daudi kakaambiwa kakachunge makondoo. Watakudharau, watakuchukia, wataona utoshi, wataona haufai hata kidogo. Kumbe sio ati wewe haufai, lakini kwa sababu you cannot fit in their ill minds, God will remove you to the society ya mang'ombe, society ya makuku, ambayo haitakuona wewe ni mjinga, itakuona wewe ndio mfuga shepherd mzuri, itaona wewe ndio una uwezo, itaona wewe ndio unaweza kuwaongoza. Yes. Daudi ndio asidunishwe na ndugu zake. Mungu alimtayarishia makondoo na mambuzi. Kondoo zinajua muzichungi. Bwana Yesu, na zinatambua muzichungi. Haleluya. Zinatambua huyo mtu na zinampenda huyo mtu. Ati nasikia hizo alikuwa anatoka tu nje, unasikia zote
zote zinaichukua kichwa, maana the master has come. While kule kwao kwa familia alikuwa hajulikani, angeendelea kudunishwa. Brother zake hawampendi, baba yake hampendi, kila mtu alikuwa hampendi, but he was a king. Lazima angetayarishiwa vitu ambavyo vitamwabudu, vitu ambavyo vitamtambua, vitu ambavyo vitajua yeye ndio mfalme. Akatengenezewa mambuzi, utatengenezewa mambuzi, utatengenezewa makondoo, utatengenezewa mang'ombe, hata mapunda ambazo zitakutii, ambazo zitakutii. Wale ambao hawatakutii wataondolewa, watang'olewa, wataondoshwa. Because the kingship in you must work. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kitu Mungu amekutayarishia, na the reason you are on earth, lazima ikuwe accomplished. It doesn't matter who is against you. It doesn't matter what is the power against you. It doesn't matter what is the disconnect in your life. You have to, for you to succeed in what God placed in you, you must be disconnected. Mwambie mwenzako, you must be disconnected. Kwa wale ambao hawajui Kisugu, we nigetha utweke kiria Ngai akumbite, no nginya weheranio nao. Lazima wamuranio. Kwa hivyo ukiona wanamuranio, don't even bother going there. Don't even what? Hang or do. Sila halidio nodo waku. Kuna kondo zinatayarishwa kwa sababu yako. Utakaa nazo zinakutii. Huyu jamaa alikuwa na nyonya huko kwa kichaka. Hota. Na buzi zilikuwa zinajua, zilikuwa zinamjua. Zilikuwa zinajua bosi yetu amekuja. Kanainua kama mtu hivi. Hata alikuwa anajua ikudunga ndio itoe maziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. God will create an environment for you. Atatengeneza mazingira mazuri. Hautaanguka, hautaharibiwa, hawatakumaliza. Atatengeneza kanjia where there is no way. Atatengeneza kizima kule watakupeleka. Wakifikiria utakufa kwa sababu ya kiu, hautakufa, maana kizima kitatengenezeka hapo kando yako. Hallelujah. So waambie ni kuundwa, unaundwa. Mwambie mwenzako ni guthodekwo ndirathodekwo. Na pati yakwa guthodekwo ni wewe kujeherera. Pati ya mimi kutengenezwa, don. Pati ya mimi kutengenezwa ni wewe kuniondokea. Ulielewa hiyo tumeongea na Kikuyu? Nilisema mwambie huyo ni kutengenezwa, ni kuundwa na undwa, mwambie. Na wewe mwambie hivyo. Sasa na kuundwa kwangu ni wewe kutoka. Your exit, it's my success. Hallelujah. Because you have been an impediment. Umekuwa kikwazo kwa maisha yangu. Umekuwa, niliangalia siku moja TD Jakes wakati aliachwa, lakini kuna mengine ya kuongea na maasira. Kwa sababu hiyo ilikuwa maasira. Hii ya TD Jakes. Wakati aliachwa na bibi. There are people who are not connected to your destiny, and these people, they came to bring down your destiny. They are not for your destiny, and if they want to go, let them go. Asi yamini semi ya TD Jakes. Alikuwa amewacha na mke, lakini si mke alirudi. Ilikuwaje tena kama destiny ilirudia wapi? Lakini aliundika. Wakati mama alitoka, aliporudi alikuta different person. Kwa sababu mama alikuwa ametumwa in the wilderness, aende aone TD Jakes from a distance, ndio I understand who is this. Because alikuwa amemzoea. Alikuwa amezoeana. Aene mbebu. Akikumwambia God is saying, anamwambia ni ulale kadolale.
ati de mahoya ine dienda kulia ni goma kwa maraya. Haelewi ati kuna wakati unakuwa wewe si wewe. Na ukikaa na mtumishi wa Mungu unahitaji umuelewe vizuri, kwa sababu anakuanga na changes. Utamkuta asubuhi anacheka na wewe, the next 10 minutes unashindwa huyo ni wala tu manake. Because they are controlled. Na that's why David alipelekwa akakae na wanyama, ndio aelewe akae kama ng'ombe, akae kama mbuzi, akae kama kwekwe, akae kama gagabute, akae kama kila kitu kiliko kule kichakani. Then when he came, you know, this happened when he was ordained. Mbeleni alikuwa naishi kwa kichaka, akaenda kutafutwa kutoka kwa kichaka. For God to locate you, you must be in a bush. And the bush ni hiyo ugonjwa uko nayo. Bush ni hiyo matatizo ambayo unapitia. Bush ni hiyo rejection uko nayo. When you are going through the rejection and tribulations, God will locate you wherever you are. Wakati Haga alikuwa amefukuzwa na akaambiwa atoke from that family, na akatoroka, alienda kwa kichaka. Alipokaa ndani ya kichaka, malaika wa Mungu akakuja akamuita, Haga, ni nini unafanya hapa? Sasa swali ni hii, unaweza kujua jina yangu ukose kujua ni nini nafanya hapa? No. Alimuuliza nikio ureka huko, akamwambia nimefukuzwa, nilikuwa kijakazi. Mutae mama akaniambia nitembee na Musae. Na mimi kwa sababu mama alikuwa ameshindwa na kazi, mimi nikafaulu. Sasa mama ameanza kukasirika. Akaambia basi rudi baka huko. Rudi baka wapi? Uende utubu, maana ndani yako umebeba taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. When God locates you, he locates you with what you are carrying. Hallelujah. He locates you, he picks you from the dust. He picks you from the dustbin. He picks you from kwa kichaka, from the forest. Hiyo tatizo ambayo uko nayo sasa, it is the forest that you are in. Hiyo tatizo ambayo uko nayo, it is the dustbin that you are in. Hiyo tatizo ambayo uko nayo, it is the rejection that you are in. I'm telling you, the angel of location, the angel that locates people, is about to come and locate you, because your season is now. Your season has come. Your season for blessing has come. Oh! Wakati Ayubu alipatwa na mambo, how many things happened in one day? In one day he lost all the children. In one day he lost all the cows. In all one day ni mabea, zinaitwa bea. Everything he lost in one day. Just mutumi wayo. Ogia kuoneka modo kamwe. Utaimagine in a job, utoke job. What would happen about you? You die. That this man was strong enough, because he had already been located. Pray to God that he locates you. Because when you are located, you can, once they pick you, once the satellite picks you, it cannot lose you. Once the satellite of heaven, that is what we call just one encounter with God. Just one. When Solomon went to the mountain, alienda mlima Gibeoni, akachinja ng'ombe 1,000, he was located. Alipoenda kulala tu, Mungu akamtokelezea akamuuliza, niambie unataka nini? Alimwambia niambie. When Abraham alienda akapeleka mtoto wake, when he was about to kill the baby, the angel appeared. Akamwambia sasa nimejua unanipenda. Mungu akamwambia najua umenipenda. Na akamwambia utaongezeka na utakuwa mwingi kama mchanga baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. That one encounter, Nancy, that is what you need. See, moving from one church to another church, you need that one encounter. Just do anything that you've been, continue doing the good thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Continue doing the good thing that you are doing for God. Do not stop. Usisimame na usifanye mtu upendeze mtu. Usisimame ndio watu wakujue. Usifanye kazi ndio ukubalike na watu. Do pleasing God.
usikue ati kuna sasa nimepiga breki kidogo nione kama Mungu anakuja. No, you don't know ni kitu gani utaguza. Angalia, mbegu ya mwisho ndio imetoa Daudi, mbegu ya mwisho ndio imemleta Yesu, mbegu ya mwisho ndio imeleta Yesu. Na hiyo ingeenda kwa house girl, na unaona kiburi kile kilikuwa na yule house girl wa kwanza. Aga alizaa tu kapata kamimba tu kidogo, na kaanza anatembea kwa Sara. Unanituma maji si hata uone venye niko, hata wewe unaweza kuchota maji. Babe, unaigua rati dake dubura tende mutaire mai katarona wero urutete mwega na ni aremetwo. Aya ketia goko we mwega. Dame hakuwa anajua authority ni Sara. Hakuwa anajua mama ndio kusema. Mama aliposimama ground yake akasema, my ground now I stand. Walk out of my family. Walk out of my husband. Walk out. Walk it out that which disturbs you. It doesn't matter who it is. Alikuwa amebeba mbegu ya mzee, lakini mama akasema, walk out of my family. Get out. Ndiye mboka shamani na kugeza kaine nyaweno. Anajua amebeba mbegu ya baba ya mume wake, mbegu amebeba, anajua you are carrying the seed ambayo tumekuwa tukitafuta. Lakini wakati madharau iliingia, akamwambia walk out. Walk out with that nonsense you are carrying. Ate babe okere oyo ati otidage thubora tara thie katahe mai tara menyo nani de mutumia. Gotire hiko, hakuna wakati utakuwa mke, hakuna. Wewe ni mwizi, and you are counted kama mwizi. Dokyo kawaye kirathimo kia modo wetekereke, hakuna. Utahesabiwa kama mwizi, utahesabiwa kama mtu mjinga. Akaambiwa get out of my life. Atege horagwa na getake ugia kudiga kuona goko. No shioleta bebu. Wena kiogo kiega we. Na akagaria na kwingi ate gehogora. Na matamasio maku. Na ndugatue mata guko gwakwa ringi. Haga na matumbo zake na mbebu zake akaondoka, akaenda mpaka kwa kichaka, maana nobody could have taken care of. Wakati umeletwa, umelelewa kama mtoto, umeletwa katika mamlaka, umeletwa kwenye anointing. Tulia ulishwe, tulia utengenezwe, tulia uumbwe vizuri, maana kuna mipango. Wacha kiherehere, wacha kurukaruka hapa na pale, tengenezeka ndio ukue kiongozi wa kesho. How will you become a leader when you are not being led? Hiena goko yake huruto. Here bolina kwa goko yake huruto. Lina wate. Beatrice. Inoko. Goko ya gokua na kehuruto dengiaga gokua nonge na virivi Ahonoki. Mohonoki. Ati alisikia kwa kanisa yao. Goko yake huruto. Alisikia kwa kanisa yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulisikia? Ulisikia wapi? Kwa radio. Goko ya gokua na kehuruto dengiaga gokua nonge rugera viriviri. Kai onoke merugera viriviri, hata uipikie pilipili haiwezi, hata upembeleze, hata uchoche, hata
na ufanye nini? Kako koyago kwa no yago kwa ono kemerugera pilipili. Ndio yo nawe. Kama toe. Ono yago kwa nekeri gerio filifili. Aya. Ole igwa kina. Ate ono kemerugera Mungu wanogo. Hata uipikie aloe vera bado itakufa tu. Haleluya. Tii mafuta ambayo uko chini yake. Utaenda mbali. Mtii bwana yako utaenda mbali. Tii viongozi wako utaenda mbali. Mungu atawabariki na atawafungulia njia. Kazi ya Mungu haieleweki. Maana unaona baba umebeba bego ya ufalme lakini unaikataa. Wewe imagine kimoto giki. Giki ogikuwete Yesu no gitioi. Yaani umebeba Yesu na hujui. Maana Jesse alikuwa amebeba Yesu. Si Yesu Daudi ni baba ya Yesu? Si unasema Yesu mwana wa Daudi? Alafu anaulizwa una mtoto mwingine, anasema hapana. Sina mtoto mwingine lakini kuna kingine kanachugaga tu. Kana kaaga kwetu. Adopted son. Kage. Adopted son. Don't complicate the calling that is in you. Let the will of God supersede the human knowledge that controls you. Just sit down. Wait. Mimi kama singehangaika kutoka kwa James Maina Ng'ang'a, kwa sababu nililetewa makasiriko ndio nitoke kwa Ng'ang'a, ningekuwa mbali, singekuwa hapa. Kwa sababu tulifanya mikutano 6. Moja tulifanya hapa Uhuru Park, kiwanja ikajaa. Crusade yake niliokoka Sunday 2 tukatengeneza Uhuru Park. Kiwanja ikajaa. Tukatoka hapo tukaenda Kisumu, Kenyatta Stadium, kiwanja ikajaa. Tukaenda Tononoka Stadium, kiwanja ikajaa. Tukaenda Murang'a, kiwanja ikajaa. Sasa hapo ndio niliona, kwa sababu alikuwa anaingia na convoy na mimi naingia na convoy. Nikafanya hesabu, nikamuuliza, mbeleni ulikuwa unafanya crusade? Hapana. Yeye umekuwa baraka kwangu. Okay. Waandra kedo. Kukakaa kidogo nikaona amenunua VX mpya. Kukakaa kidogo akanunua Pajero balloon type. Kukakaa kidogo akanunulia Wafula gari. Kukakaa kidogo chai ndio huyu amenunuliwa, na wote hao niliwakuta walikuwa natembea miguu kama kuku. Sasa nikaimagine, si ni mimi? Sideti ndio ato mama ado maihore. Na anakuja tunaenda kwa hoteli. Anaitisha, nasema huyu ndio aliyekuwa kiongozi. Unaona watu wenye wamekuja, walikuja watu wameokoka, wanaokoka kwa sababu yako. Sasa nikashindwa, kama wanaokoka kwa sababu yangu, mimi ninafanya nini na wewe? Ni mimi nimefanya watu wakuje. What am I doing with you? Kukakaa kidogo nikapasua, nikatoka. Tukakosana, nikamvuruga na nikamwambia wewe nitakufinya. Mzee nilimwambia nitakufinya wewe. Dake menya nini ado mokaka ndodo wako. Kumbe Yesu anakuja kwa sababu yangu, lakini platform ni yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuja kwa sababu yako, lakini platform ni ya yule ambaye uko chini yake. Nikaondoka tukaenda mahali pale panaitwa Belcanto, ile Chester House. Hapo chini kulikuwa kuna hoteli inaitwa Belcanto. Tukakomboa hapo nyumba, kanisa ikajaa. First Sunday only. First Sunday tulikuwa watu 150. Second Sunday tulikuwa watu 300. Third Sunday tulikuwa watu 400. Mpaka sasa watu wanakaa kwa varanda. Sasa nikashindwa. Why was I wasting my time with that nonsense? An educated person. Mtu hajasoma. Kai? Yule alikuwa ametupatia vyombo, alikuwa anaitwa Ezekiel Ochuka. Alikuwanga wa huko KDF hii Alang'ata. Alikuwa hii maroon
commandos. Ndio alikuwa ametupatia vyombo. Kumbe jamaa alikuwa na ukimwi. Sunday ya 4 jamaa akaanguka akakufa. Tukakosa sasa, hatuna waimbaji na hatuna vyombo. Sunday hiyo ingine wale watu wa Belcanto wakasema kutoka sasa hatutaki nini? Kanisa. Hoteli itakuwa ikifungua mpaka Sunday. Tukaanza kutafuta nyumba. Kutoka hapo tukapoteza network. Na nikaenda nikiendaga. Wale watu wote walikuwa wamenifuata wakarudi kwa baba kutubu. Niliachwa na aibu. Nikazunguka, nikateseka. Mpaka juzi tu hata tulikuwa na Nancy usiku tukaenda kumuona. Kwa hiyo tukuka na kwa ile mudanya utukokesha. Nikoseka. Ndio nilienda na kiburi yangu, nikaswaro kiburi yangu kwa sababu nilikuwa nasema siwezi. Sitarudi kufanya nini? Siwezi. Naambiwa watu kule waterere makijani hale. Kono na waikalile hale. Ona ale moru. Hata kama ni mbaya ukae tu pale. Saizi ungekuwa mbali. Nikasema nganga. Tuikale nake tukirana tenake. Nikiagejea. Mimi ndio nilimuonyesha kiwaja. Mimi ndio nilifanya hii. Mimi ndio afu anifanya madharau. Mimi. Anijui mimi ni nani? Dharame ya deo. Kumbe kuna kitu. Sura inaweza kuwa mbaya yako, but inside you there is a seed. Inside you kuna kitu kiko ndani yako. Jesse hakuwa anajua amebeba mbego hadi wakati Daudi alimchapa Goliathi akaweka chini. Hata wakati wa kumpiga Goliathi walikuwa nauliza Daudi, weko tale na kiongo kega, wewe hauna kichwa mzuri, nekekeu ni nini unaenda kupishana nayo? Hello. Until the moment, mnaitanga Kairos moment, mnaitanga nini? Kairo ni nini? Kairos moment. Doni inakuanga hiyo nini? Ndio Kairo. Ni Kiingereza ama ni Kifaransa? Hapana. Hiyo si jina ya Kiingereza. Kairo ni nini? Ni Greek. Ni nini inaitwa Kairo? A moment of exaltation. Visitation. A moment of visitation. Kwa hivyo Solomon wakati Mungu alitokelezea akamuuliza, niuliza ile kitu nataka, hiyo ndio Kairo. The problem is you to know when Cairo is coming. So Cairo will come. Na kwa sababu ameandikwa na Kigiriki, unakoja Cairo ameandikwa na Kizungu. Ama Cairo ama unafikiria ni capital city ya Egypt. Tell your neighbor, when my Cairo comes, I will be able to know. In Jesus' name. Tusimame kwa miguu yetu. I'll be teaching later about my nativity and birth. Bwana Yesu asifiwe sana. Later, leo tumemaliza mapema kidogo. Nataka nirudi. We, nani huyu? Magi, tengeneza timetable mzuri. Tunapoteza hapa turate bao. Because hii masomo ya jioni ni kama inaanza kupotea. Nataka irudi, inataka ikuwe prominent. Masomo ya jioni ikuwe prominent. Hizi vya vitu za chini zote mcompress. Umesikia dada? Karaja, mcompress kabisa. Tupate time ya kuhubiri na time ya testimony ikuwe mingi. Watu watoe testimony. Mko na testimony? Wangapi wako na testimony naweza kusema Mungu amewatendea? Inua mkono wako juu. You got a testimony. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ndio nataka mtoe testimony. Wasimame hapa. Na ya jioni tu ikuwe prominent kwa sababu ya jioni kuna watu wanatoka makanisa mengine wanakuja. Na for the last 2 Sundays nimefanya 2 deliverance bila teaching. So I'll be teaching later about birth and nativity. Birth and what? Yes.
birth and nativity. Yani kihumo gyaku na guciarwo. Birth, I'm talking about the umbilical cord. I want to show you how powerful it is, the umbilical cord. And your birth, kule umetoka. Nataka nikuonyesha how powerful it is and how we must break, even to break the birth and your nativity, because it has literally controlled us. We are not succeeding because kule kama sasa mimi katika kiroho nilizaliwa kwa James Maina Ng'ang'a. Ilibidi nirudi kwake. Ilibidi nichukue kipande cha shamba nimpatie. Ndio nikubalike tena kufanya kazi. Yes, mnasema ni mbaya, but yeye ndiye alikuzaa. Ni murogi. Tujaga ngangale your parent ni mchawi. Ni mganga, lakini yeye ndiye alikuzaa. Ako na controlling power. The man of God you are sitting under has a controlling power. Your father has a controlling power. Kule uliokokea mara ya kwanza, mwenye alikuombea has a controlling power. Bwana Yesu asifiwe sana. Your husband has a controlling power. Your wife has a controlling power. So until tujue how do we tunawezaje kukata hiyo mizizi, tunawezaje kujiondoa kwa vitu kama hivyo, itakuwa tunaishi tukifikiria tumerogwa. Lakini the soil of my father, the soil of your father, kule ulitoka, can determine kama utakuwa pastor ama utakuwa. Mero teri wa kwanyu keshagi tiwa mutika kwanyu ne muranga kwanyu keshagi pio magethie na ikuru maumite ko na ikuru ne settlement uka wa kwanyu Lemuru, teri wa kwanyu Lemuru no utume ndukana hike teri ndoramenya gwo nansi ramenyere guko teri wa kwanyu. Teri wa kwanyu no uture wonaga indo nicio iria no ndungiciehutiriria uguo. Bwana Yesu asifiwe sana. It has got power. Your soil, your origination, kule umetoka. Teri wa kwanyu no utume, yani mchanga ya kwenu inaweza kufanya uishi kukunywa pombe. Pombe tu kwa sababu walimwaga pombe kule. Kwenu ni ile mulisha busa. Nakumbuka ulinipeleka huko ukatuambia tuvute mulisha. Sasa ubaya hawa badala awaekee mtu kwa kikombe yake, mnawekanga kwa mulisha moja, hii moja hapa mwingine hapa, huyu anavuta huyu mwingine akirudisha, huyu anavuta huyu mwingine akirudisha. Na watu wamesoma, nasikia mtu ananiambia ako na degree 3. Sasa nashindwa masomo nayo hapa ilipotelea wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako birth and my nativity and my birth. Hiyo ndio itakuwa evening lesson. For now nataka ushike sadaka zako na fungu zako za 10. Sadaka na fungu zako za 10. Nipatie bahasha hata mimi. Najua wahubiri na watu wa praise and worship na watu wa keyboard na watu wangi sadaka. Kila mtu ametoa? Nataka uinue kwa mkono wako wa kulia. Mungu aliniambia sasa ametupeleka to another level. Ukinena tu kiwa hapa kila kitu inafanyika. Mungu aliniambia season inakuja hakutakuwa kuwekelewa mkono. Tutakuwa tukisema tu kitu kinafanyika. Hii maneno ya Mungu ni progressive. Mami,
prepare yourself. Mungu ananiambia prepare yourself. Amepanga na it is very soon, very soon. Kuna vituko utafanya, vitafanya mpaka ukosane na watu, kwa sababu hawatakuelewa. Ni vituko zitakuweka kwenye gazeti, na hiyo ndio itakuwa Mungu atakuwa amekutangaza to the world, this is my servant. Vituko mpaka watakuweka cell, sababu they will not be understanding what you are saying. Lakini yote wakianalyze, wataona yote amesema imefanyika, amesema hii imefanyika, amesema hii imefanyika, because they will want to ask you, umetoa wapi hii information? Because itakuwa information kali sana, but itakuwa platform ya kukuannounce, and from there you will be a woman sought after. You will be going with a convoy. Bwana Yesu asifiwe sana. One of your bosses will be your security. One of your bosses, ule unaendaka unatetemeka mpaka karibu uyachilie, one of your bosses ndiye atakuwa head of your security. Bwana Yesu asifiwe sana. So inua bahasha yako juu, ama sadaka yako inua juu kabisa kwa mkono wako wa kulia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndio ulituambia tukujaribu na zaka zetu, fungu zetu, malimbuko na hata sadaka za kuteketeza, tuone kama hautatufungulia milango na madirisha. Najua hii ni ibada kama zile zingine, ndio kwa maana tumeinua mkono tukikuonyesha hivi ndivyo tulivyo, na zimetoka kutoka kwa moyoni mwetu, hatujalazimishwa. Ikubali sadaka hii, ikubali sadaka hii Baba, ikubali sadaka hii, ikubali tu sadaka hii, in Jesus name, amen. Leteni hapa juu kabisa hapo. Leteni tu, wacha kutoa viatu, kujeni tu. Next time unahakikisha kiatu yako ni safi. Unatoanga kwa sababu ni chafu. Lakini kama ungekuja kiwa safi, wekelea tu hapa. Wekelea tu, watu wa vyombo na watu wa kamera. Watu wa vyombo na watu wa kamera. Waimbaji, waimbi. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi, haufananishwi na kitu kingine. Njoo. Haufananishwi Simama tu hapo. na kitu kingine. Kuna mtu ni yeye ama mtu wa familia ako na kansa. Ni yeye ama mtu wa familia ako na kansa. Inua mkono wako juu. Kuja. Mwingine. There are 3 people. Come. Ni wewe uko na kansa? Ni huyu. Wewe uko na kansa? Huyu ni mtoto wako? Yeah? Your firstborn. Okay, kuja. Nasikia Mungu ananiambia kansa imefika mwisho. Hiyo ni kansa. Unaambiwa ni nini? Nike? Kazi ni yako. Nini? Ile mic nyingine ya Mungu kutengeneza?
Zote ziko hapa. Hiyo ingine. Zile za hiyo ya juu. Ziko hapa. Oh, okay. Oh, ni juu zimevalishwa manguo. Thank you. So, kuja. Kuja wewe. Patia na microphone. Don't wacha nikuletee mama confusion. Ukikutana na huko ukiwa unajua ni nguo mmevaa zinafanana wewe. Acha kucheza na huyu. Naona umevaa nguo zao. Simama hapa. Simama hapo karibu. Wekelea huyo mama mkono. Speak against the cancer in her. Wekelea huyo mkono. Hata usishinde ukiomba. Wekelea tu mkono. Sema in Jesus name be healed. Sema in Jesus name. Toa sauti. Jesus mighty name. In Jesus name you are healed. Wekelea huyu mama mkono. Sasa ndio ujue wamepona. In the mighty name of Jesus Christ, receive the power to heal. Receive the power to heal cancer. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. Utawaekelea mikono watapona. Pokea sasa. Receive it. Ndio. And then venye imeingia kwake imetoka. Na uanze kuwaombea. Utoke hiyo nyumba umejifungia. Uanze kuombea watu. Umesikia? Na kiburi isikuingie. Ile muujiza itafanyika, usianze kulingia watu. Usianze kutembea hivi. Umenielewa? Unyenyekee zaidi. The more God is going to lift you up, unyenyekee, urudi chini zaidi. The more he's lifting you, the more you go down. You exchange with him. Umwache abaki juu, wewe ukue mdogo sana. Usijaribu hata siku moja. Siku kiburi itakuingia, that very day Mungu atakuondokea. Be humble. Watakushurutisha, watazungumza mabaya, but you continue, persevere. Piga tu kichaka, you will make it. Thank you. Kuna mtu akona tumbo inamletea shida. It's very, very, very painful. Na it has been for long. Ni kitu inakuja, inapotea, inakuja, inapotea, inakuja, inapotea. Ilete hapa. Quickly. Pia kuna shida ya mchanga ya kwenu. Yes. Simama hapa, kuja hapa. Mnaenda wapi huko? Simama hapa. Yes. Nimesema mpange line moja. Sisemi mtu akae nyuma ya mwingine, kaa hapa mbele. Mguu ilipona? Iko sawa kabisa? Ila ilikuwa imefura. Nini? Ikaanguka hii. Si ipone. Ni chungu. Ndio. Wachana naye hadi chini. Ni risasi ya biguni. Ni tumbo. Wapi? Mbavu. Ni mbavu ama ni huko ndani? Hapa juu nikulalia simiti ya manini? Side moja. Inaumanga kisima. Usifunge macho yako ndio usione ikipona. Breathe in. Unasikiaje? Imepotea?
Umepona. Na wewe? Inatokea wapi? Inatokea hapa nyuma. Hapa. Kwani uko na shimo hapa? Ili makanike. Nenya muishi. Si yako nyiterera kere. Igaba baku. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. See we are hearing now. Out. Tuba. Pona. Put out. Come out. Toa yote. Toa uchawi. Toa uchawi. Toa yote. You're healed. Yes. Simama tu, msimamishe hapo. Na wewe? Chini ya kizazi. Yeah. Hapo. Vitu zinatembea kama manyoka. Funga macho yako. In Jesus name. Whatever the evil spirit that is in you, out. You're healed. We, nyoka. Toka. Nyoka. Out. Tumtamulete after deliverance, wakati wa deliverance. Grace yako wapi? Grace. Alienda. Kuja na hiyo brasserie. Kujeni. Simama. Nani alikufukuza huko? Nani alikufukuza huko? Funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, I bring restoration to you. In Jesus' name, I disconnect you from the powers of the Freemasons, the altars and the soils of the Freemasons. Uka, toka kwake sasa. Uka, I disconnect you from the ancestral spirits and powers of darkness. Serve the Lord now. In Jesus' name. You're free. Ujiandikishe kwa mama wa hapa. Mnamkumbuka huyu? Matiko kwa na YouTube. Kama kwa na higo kama gutwalile. Mnamkumbuka watu wa zamani? Ule wa Kenyatta. Alitoroka. Sasa amerudi. Urudi hapa. Umesikia? Hata kama ni mbali, nyumbani ni mbali, urudi hapa. Na wale watu wa project, huyu mama ako na shamba kubwa, alikuwa anataka kutupatia tulime. Tukomboe, si ndio? Inakomboa sasa hivi zamani later. Next year. Eka kama 100.
tuweke ngano, tupatie hawa vijana tuko na wao. Si ndio? You happy now? Thank you. And now may the grace niwapatie 30 minutes, 1 hour ama 30 minutes. Yeah? 30. Watu wa 30? Watu wa 1 hour? 1 hour? 30 minutes, have it. Yes.